so that he may guide this great nation in peace and unity. Dear Lord, may our leaders find favor before your people. Jesus, you successfully led your disciples and helped them understand what your mission was. In return, the disciples followed you and preached with you as they trusted you. Help our president to have courage that will help him guide the people of this great nation, Kenya, to achieve all the goals at hand and far beyond. Give him confidence to press forward, even when he takes opposition or failure. We pray that he stand firm just like you did, and to have courage as he makes positive changes in this great nation. Father God, we pray that you help the people of this nation to submit themselves before the leadership of Dr. William Samoei Ruto and the Deputy President Rigathi Gachagua. For you are the one who appoints leaders, as it is in Romans chapter 13, verse 1. Lord, we do pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. You know, sometimes tukienda kanisani, I like Your Excellency hajaka haraka sababu najua ako kanisani. Hapana, fanya haraka kukaa ukiwa kanisani. Amen. Now that team, can you give us one writing? It's a song. Okay, tuweka akiba. Wenye kamba mefika. May I request us to sit as we bring this St. Stephen's Choir Busia to give us a peace as we meditate upon those prayers. We meditate upon those prayers. Karibu St. Stephen's. Mama.
Makofi hayo sikatai salalamiki, lakini kwa haki hayo sio makofi ya kwaya hiyo, tuongeze mengine. Kama uliimba wimbo huo nyakati zile, sauti ya kutumaini, sio ndio hiyo leo. Wimbo huo leo una sauti zaidi ya 20 ambao ukisikia mpaka unatamani kwamba acha niongezewe. Na kwa sababu nataka tuwe katika kipindi cha pili, acha niaulize wale kikundi cha praise and worship watisisimue, ndipo tulete wasemaji wa neno la Mungu. Praise and worship, mutupe mdundo, viti visongeshe vyenyewe visiposongeshe na mtu. You are taking too long. Na hapa ningependa kutuuliza, hii kwaya ikianza ama wakianza kuweka mdundo huu, mimi na wewe kuinuka ni bure. Kuinuka ni bure. Tusimame tuimbe pamoja nao. Ama no, we are coming, I told you we are coming for a celebration. We are coming for a thanksgiving. Thanksgiving means moja, imbia Mungu kwa sauti yako. Pili, chezea Mungu kama unaweza kumchezea. There's no judge ya kwamba ulicheza vibaya. Haya, kwa twende. Karibia katikati, tende. Inua miguu.
asifiwe sana. Hakuna kuchoka hapo, tuketi. Nimuulize msemaji wetu wa neno la Mungu wa kwanza, ambaye ni katika imani yetu ya Kiislamu, atupe ujumbe wa Mungu.
ulikuwa ukimwangalia akikulegezea macho unasema nitauza shamba. Ukimuona anavyotembea unasema nitauza gari ya tajiri pamoja na ndani yake. Kama kufungwa kupelekwa kamiti si hoja, kama mtoto ni huyu. Upande wa pili, Abel dada yake alikuwa si mzuri, alikuwa si mrembo, alikuwa mbovu wa sura, alikuwa na sura ya kuyayuka. Kaini anauliza, itakuwaje mimi ambaye nimezaliwa na dadangu mrembo nende nikamuoe dada ya ndugu yangu ambaye si mrembo? Hapana, mimi over my twin sister. Abel amuoe dadake, kinyume na matakwa ya Mungu. Na Adam anajua ukikiuka maamrisho ya Mwenyezi Mungu kuna matatizo. Anakumbuka alivyofurushwa katika sababu ya kukiuka amri ya Mwenyezi Mungu. Akajua hatari imeingia ndani ya nifanyeje. Mwenyezi Mungu akatoa uamuzi. Hawa ndugu wawili ambao wanapambania kutaka kumuoa huyu mtoto mrembo, wote wawili watoe sadaka. Let both of them offer sacrifice to their Lord. Yule ambaye sacrifice yake itaitikiwa ndio yule ambaye atamuoa huyu mtoto mrembo. Kain alikuwa ni mkulima. Akaangalia mazao yaliyokuwa ni mazuri akayatenga mke wangu baada ya kuoa. Akatafuta baadhi ya mazao ambayo yameliwa na wadudu, and some of the aflatoxinated seeds. Akasema hizi ndizo nitakapopeleka, lakini hizi ambazo kwamba nzuri, hizi nitakula na mke wangu. Abel upande wa pili anasemaje? Mungu anafaa kupewa kile ambacho ni kizuri zaidi, so I'm gonna take the best of the best. Akaingia ndani ya zizi lake, alikuwa ni mfugaji. Akatafuta akampata kondoo ambaye alikuwa ni mzuri kuliko wote, hana dosari, hana kasoro, hana ulemavu, amenona si king'onda. Akasema huyu mzuri zaidi ndiye anayefaa na Mola wangu. Akamchukua, tena hakumfunga kamba akawa ni mwenye kumburuza chini. Alimchukua akamweka begani. Kinachopelekewa Mwenyezi Mungu hakiwekwi kwenye matope. Wote wakaenda mlimani, wakaenda wakaacha sacrifices zao huko, wakarudi nyumbani. Baada ya siku 2-3 wakaenda kuangalia, ikapatikana yule mdogo sadaka yake imekubaliwa, yule mkubwa sadaka yake imekataliwa. The gentleman was furious. Kijana mkubwa amekasirika, ameshikwa na hamaki. Itawezekanaje? Sitokuachia dada yangu muoe, nitakuua. La aktulannaka, nitakuulia mbali mwana haramu wewe. Ndio mchukue dadangu? Hili jambo haliwi. Lakini mdogo anamwambia inakubaliwa sadaka yule mtu ambaye anamuogopa Mwenyezi Mungu zaidi. Na ikiwa wewe ndugu yangu mkubwa wangu utanyanyua mkono wako kuniua mimi sitothubutu kunyanyua mkono wangu kukuumiza wewe ndugu yangu mkubwa. Licha ya hayo, Abel alikuwa ni mdogo, lakini alikuwa Mwenyezi Mungu amempa nishati na nguvu. He was stronger and he was more energetic. Lau kama wangeliingia kwa ring na Cain mkubwa wake, angembwaga ndani ya dakika moja, ingekuwa ni knockout. Lakini pamoja na hivyo akajizuia, akastahimilia, akasema hata kama utanyanyua mkono kunimaliza mimi, sitothubutu mimi kunyanyua mkono, kwa sababu namuogopa Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe vyote. Hilo ndilo jambo. Sitothubutu. Tempted. And that is where the nation should go. We are speaking the gospel of tolerance. Tuvumiliane. Unaweza kuwa na matatizo. You can be provoked beyond limits. Hata ndani ya nyumba. Haiwezi kuwa mkeo akipika chakula chumvi ikakolea kidogo basi inakuwa ni vita ndani ya nyumba. Hapana, you must tolerate. Mtoto ameingia amekuwa na matatizo, amekuwa mtukutu, nini? You must tolerate. Family members wanakusumbua, wanakubugua, you must tolerate. Jirani
mnatatizana, mnang'ang'aniana mipaka. You must tolerate. Members of your county Busia wamekupa matatizo, you have to tolerate. There is no otherwise. Na Mkenya mwingine yoyote, you must tolerate. Na hata Mganda amekubugudhi, you must be tolerant. Na wakati mwingine hata kwa wanyama, unaweza kuta mtu analima na ng'ombe, lakini vile anavompiga mikwaju yule ng'ombe unashangaa. Wakati ng'ombe ni kumsaidia mwanadamu. Kwa nini? Why can't you be tolerant? You must tolerate. That is the issue. Na wacha niwape mfano. Watoto wawili wa Adamu waliambiwa kupeleka sadaka. Wote wawili, mdogo na mkubwa, wakachukua sadaka zao, wakapeleka mlimani pale Anniversary Towers. Ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Wakapeleka sadaka mlimani, wakarudi nyumbani. Ikafika tarehe 15, wakaenda kuangalia sadaka zetu zimekubaliwa au vipi. Kijana wa Adamu mdogo akapatikana sadaka yake mbona imekubaliwa, na mtoto wa Adamu mkubwa sadaka yake haikukubaliwa. Bwana mkubwa akamwambia bwana mdogo, waacha mchezo, you are trying to shortchange me. Sitokubali, I'm gonna push you to the wall. Sitokubali mimi hivi hivi. Bwana mdogo anasema, my elder brother, my elder brother, and if I have to call you my dear elder brother 10 times, I'm going to do it. That is what we call tolerance. Na watu walikuwepo wapambe, kuna wale tunawaita wapambe, wanasema weka ndani, arrest, weka ndani. The younger brother was stronger than the elder brother. He could have arrested. Angeweka ndani, angechukua hatua. Lakini bado anasema my elder brother, my dearest elder brother. That is the way to go. That is the gospel of tolerance. Nikimalizia mazungumzo, kwa sababu muda wangu unaelekea, nataka sitotoka hapa bila kumtaja Mayende. Mayende alienda? Mayende yako wapi? Hayuko pamoja na sisi. Mayende, asi wewe mdogo, babu yako, namzungumzia babu yako. Mayende alikuwa anafanya kazi kwa Kanjo, kwa ile serikali nyingine ya daktari, na aliwatatiza watu kidogo. Alikuwa ni afisa wa revenue kwa Kanjo, akawahangaisha kidogo watu. Akimpata mama mboga anataka sukuma ya bure, akimpata mama muuza samaki anataka ya bure, akimpata muuza unga anataka ya bure, akipata baiskeli anaona hii inafaa na mtoto wangu, anamnyang'anya bodaboda, akiona pikipiki anasema hii inafaa na mimi. His wealth grew, mali yake ikawa nyingi kutokana na haramu. Baada ya muda mrefu watu wakamkataa. Watu wa Busia waliandika barua sehemu tofauti tofauti, wakaandika kwa county, wakaandika Nairobi, wakaandika kila sehemu, jamani, Mayende anatutatiza, anatuangamisha, mtusaidie. Lakini msaada ukuja. Mara tahamaki, siku moja miongoni mwa masiku, habari zikaja, matangazo katika redio na televisheni ya kuwa waziri mkuu anakuja Busia. Sio waziri yule mnamjua, waziri labda wa Uingereza, anakuja Busia kuja kuwatembelea watu wa Busia. Watu walikusanyika, wakajua leo tatizo letu litakwisha. The prime minister is going to deal with Mayende. Tatizo letu litakwisha.
Watu wakapangana barabarani wanamsubiri prime minister. Prime minister anakuja. Sasa Maende naye anataka pia apate angalau glance ya kumuona prime minister. Tatizo lake Maende alikuwa ni mtu mfupi kama futi 3. Akijaribu kupenya katikati ya watu hawamtaki, kwenda huko UNC na wewe umetunyang'anya sana, umetudhulumu, toka hapa. Kila mahali anakwenda anafukuzwa. Akasema jamani, nitafanyaje na vile ninavyotaka kumuona prime minister, what am I going to do? Lakini ukienda pale mlango 10 upande huo kuna nyumba moja nzee pale ya gorofa. Imekaa muda lakini haijamalizwa. Maende aliamua kupanda pale juu. Akasema at least from here naweza kumuona prime minister akipita. When the prime minister arrived, akafika mahali Maende akasema, "We Maende, kuja. Come kuja haraka." Akamwambia Maende, "Leo mnaenda kula lunch kwako. Leo mimi na wewe tunakwenda kukaa kwa meza moja. Tule lunch, alafu kidogo bipartisan hapo tuzungumze, alafu tuone mambo itakuwa namna gani." Watu wanashangaa. Tena prime minister tunataka kumshtakia huyu bwana, anakwenda kula lunch kwa huyu bwana, itakuwaje? Sasa tutakuwa wageni wa nani? Maende anashuka kwa madaha. Kumbe mimi ninatambuliwa na prime minister. Anatembea, watu wanamwachia nafasi, anakuja mpaka mahali gari ya prime minister iko. Anasema, kwa hii sharaf na heshima niliyotunukiwa, nitatoa nusu ya mali yangu niweke katika nipatie KRA ili iweze kuwasaidia wananchi. Jambo la kwanza. Na kama unajua nimewahi kukudhulumu, kama unajua wewe unandai lolote, wewe njoo, mimi nitakulipa. Wewe unadai ngapi? Mimi ulininyang'anya 1000, basi chukua 4000. Wewe unadai nini? Mimi ulininyang'anya jogoo wangu, basi nitakupa jogoo wa 4. Na wewe vipi? Mimi shilingi zangu 10,000, utapata 40,000. Watu wakaanza kushangaa. Maende yamebadilika. Hili jambo lilienea. Mazungumzo yalizungumzwa. Kwa wale ambao hawakuwepo, wale ambao wamezaliwa majuzi, mtatafuta katika baadhi ya magazeti. Haya magazeti hawa mabwana wakubwa wanazo. Ukitafuta katika gazeti Luka 19:1 mpaka 10 utapata habari za Maende. The gospel of tolerance. The gospel of listening to each other. The gospel of talking to each other, not the gospel of talking at each other. We must engage positively. Ndugu zangu, wewe unaishi na jirani yako, mnaishi namna gani? Ikiwa utaudhiwa, kuwa mvumilivu. Na hata akiwa ni afisa wa serikali kakujibu vibaya, tafadhali be tolerant. Hata akiwa ni mwanasiasa kakuvuruga, na wanasiasa asili yao kuvuruga, miongoni mwa majukumu yao kuvuruga, be tolerant my brother. Kwa sababu maandiko yanasema, jambo la mwisho, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minina. Msife moyo, pamoja na kuwa kuna matatizo, pamoja na kuwa kuna balaa, pamoja na kuwa uchumi ni mbaya, pamoja na kuwa hali imeharibika, pamoja na kuwa tunashaka hola, pamoja na kuwa leo hii mtumishi wa Mungu pastor atakuwa anatembea barabarani, alafu anaona bwana mmoja anamsimamisha, anamwambia, "Bwana pastor, naomba nikuone kidogo." Pastor anamsikiza mtumishi wa Mungu, anamuuliza, "Ulikuwa wasemaje?" Anasema, "Bwana, mimi nina mambo kidogo yananihangaisha." "Una mambo yananihangaisha moyo vipi?" "Wallahi mimi nikikuangalia basi mimi akili upotea." Nini, mbona sikuelewi?" "Nilikuwa naona kama tunaweza kuoana mimi na wewe, ingekuwa vizuri." Wewe mwanaume na mimi mwanaume, tuone vipi? Siku hizi ni hivyo. Siku hizi ni hivyo, sisi ni rainbow. Hayo yote yakiwepo, you must be tolerant. You don't have to stone each other. Hiyo si sababu. Wengine ni wagonjwa, wanahitaji maombi. Wengine wanahitaji zunguo. Sasa tukianza kupiga kila aliyekosa, tutabakisha nani? Do not be sad, do not despair, and do not lose hope, because you will eventually overcome. And how are you going to overcome?
You will only overcome if you maintain your trust and belief in the Most High Lord. Napenda niwashukuru sana. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Thank you so much. That is Busia County. And that's we, the interfaith of Busia. That's how we do our things. Amen. Kama hujasikia Muislamu akihubiri, asante kwa kumsikia leo. Hajahubiri ujumbe wa Uislamu, amehubiri ujumbe wa Mungu. Hasara kwako unayemwona kama Muislamu, ninamuona kama chombo cha Mungu. Amen. Tumpigie makofi ndugu huyu. Wow. Mbona tamu. Sikudanganyi, it is nice. The tolerance ambayo mimi sina, ameniambia mimi na wewe tuwe nayo. Wow. Ndugu zetu, mudichemwe kidogo tumlete msemaji wa pili. Chorus kidogo, dakika 2, just 2 minutes quickly. Hii ni kali sana hii. Sikudanganyi. Our Thanksgiving in Busia, Thanksgiving ya Sarah, we are coming for a serious profit from our God. And that's why he prepared his servant to come and share with us this Thanksgiving. Amen? Hakuna hasara kwa Mungu. Hakuna. Kwa nastenda haraka. Choma moja kabisa, choma kabisa hiyo. Dakika 2. Chomoka juu tende. Aha. Asante na tuketi. Na kumbe kuna watu. Mungu mawatulizeni. Tumlete msemaji wetu wa pili, baba wetu askofu, Daktari Robert Magina. Oh. Your Excellency and the national leaders present, the religious leaders, and all of us Kenyans. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kule
nje. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nijue mnanisikiza. Mimi nika hapa kuleta ujumbe wa pili, na ujumbe wa pili ambao ninaleta, siwezi kuzungumza Kiswahili kisuri kama cha ndugu yangu Musa. Kwa hivyo nitawaomba radhi mkubali niwe nikichanganyisha Kiswahili na Kiingereza. We are very grateful to come together here today for Thanksgiving. And we give thanks because we remember to remember. If you don't remember to remember, you may not remember to give thanks. And because we remember to remember, we count those who are resourceful in our lives dearly. Ndiyo sababu tunakuja kusema tunakumbuka. Tunakumbuka tunatoka wapi, tunakumbuka tunaenda wapi. Na tunakumbuka jambo la pili, tunakumbuka yule anayetuwezesha kupata vile tulivyo navyo, yule ambaye anatuwezesha kuendelea mbele kama nchi, kama community. Jambo la tatu ambalo tunafanya tukija kufanya Thanksgiving ni ya kwamba tunamkumbuka muumba wetu. Muumba ambaye ni muweza wa vyote na naye tuwezesha vyote na naye tuongoza kuona yale yanayokuja. Ndiposa Waisraeli walikuwa wamekongamana mahali pengine, Yerusalem, wakienda kukumbuka yale Mungu amewafanyia. Na siku hiyo Roho wa Mungu aliwashukia. Leo siku hii kama Wakristo tunakumbuka siku ambayo Roho Mtakatifu alishuka akawawezesha watu wakazungumza kwa ndimi. Waliposikia hizo ndimi, walisikiza mmoja kwa mwingine akizungumza lugha ya mwingine vizuri. Wakashangaa, hayo ni mambo gani? Haya maneno yanatoka katika Matendo ya Mitume mlango wa 2. Mlango wote unazungumzia maneno hayo, lakini mimi sitachukua wote, nitachukua machache ambayo wale waliokuwa hapo wakiona ndimi zimeshuka kwa watu wa viongozi wa kanisa wakati huo, wakashangaa, mbona hawa watu ni wa Galilaya na wanazungumza tukiwasikia kwa ndimi zetu wenyewe? Wapantia, wa Medes, wa Elemete, wale wanaokaa Mesopotamia, wa Judea, wa Kapadokia, wa Pontus, wa Asia, wa Farigia, wa Pafamilia, wa Misri, wa Libya, wa Sireni, wa Romi, wote walisikia hawa wa Galilaya wakizungumza kwa ndimi zao. Wakashangaa, wakauliza, mbona hawa wanazungumza kwa ndimi zetu? Ndipo Peter akachukua uongozi, akasimama na kuongea nao na kuwaeleza, ndugu zanguni wa Israeli, kumbe hawa watu wote wanapojiangalia wa kutoka sehemu mbalimbali, wote ni wa Israeli. Sisi tunakuja hapa wapendwa katika kaunti hii ya Busia, wana Busia, wa kutoka Bunyala, wa kutoka Samia, wa kutoka Butula, wa kutoka Buhayo, wa kutoka Teso, kama kaunti moja, wanaotaka kusikia wenzao wakiongea kwa lugha zao, lakini nao wanasikia kwa lugha zao. Tunakuja hapa, naona marafiki wangu CS Moses Kuria yuko hapa. Nilikuwa Maranga ukaniambia utakuja, lakini sijakualika. Tunakuja hapa watu kutoka Central, naona wenzangu kutoka Bungoma, naona Governor Lusaka. Tunakuja hapa watu wa kutoka sehemu pembe zote za Kenya.
tunataka kuzungumza lugha moja ya Kenya. Lugha moja ya nani? Ya Kenya. Wote tuwe wa Kenya. Na tunakuja hapa tukishukuru, tushukuru tukijua ya kwamba tunashukuru kwa ajili yetu wenyewe na tunashukuru kwa ajili ya Kenya. Tunashukuru kwa mazuri ambayo Mungu anatufanyia. Sio ya kwamba hatupati mabaya. Kuna mabaya mengi yanakuja. Tunayapatana nayo. Lakini tunakuja kujua ya kwamba kuna mazuri mengi ambayo Mungu ametufanyia. Najua mtu wa njaa kimpatia kidogo haoni kidogo, anaona kingi. Sisi wa Kenya tunaweza kuwa na njaa nyingi, lakini tujue ya kwamba Mungu anatupatia. Hawa watu walipoenda kuabudu Mungu Yerusalemu, hawakujua ya kwamba Mungu atawafanyia maajabu, wasikie lugha zao zikizungumzwa kule Yerusalemu. Lakini Mungu aliwasitua. Hata sisi hapa Busia tunataka tusituliwe. Tukubali tufanye nini? Mungu atusitue na kipawa cha Roho Mtakatifu kwanza, atusitue na baraka nyingi ambazo sisi wenyewe hatuwezi kuona, na atusitue kwa roho zetu tuweze kufanya maajabu. Peter aliangalia hao watu na akawaambia, wapendwa, kabla sijasema hilo, niseme ya kwamba Peter alipoona hao wakishangaa, aliwaambia, wenzangu, mjue ya kwamba maneno ambayo yanazungumzwa leo ni yale ambayo Mwokozi Yesu alikuwa anatuambia. Atatuma Roho wake Mtakatifu, na Roho huyo atawashukia watu, na akiwashukia atawapa hekima, atawawezesha kujua mabaya na mazuri, atawawezesha kutambua wenzao kama ndugu na dada, atawawezesha kwenda kama watu wa Mungu. Na kwa nini Roho wa Mungu ashuke? Roho wa Mungu anashuka kutuleta pamoja, kututoa kwa hali ambayo ilikuwa Bebeli. Ukisoma Mwanzo, Genesis chapter 11, unakuta ya kwamba binadamu alikuwa mzuri na mwerevu na mwenye nguvu, anaweza kufanya vitu vyote, na wakasemezana ya kwamba sasa tunataka tujenge mnara, tuende wapi? Mbinguni. Mimi sizungumzii maneno ya Shakahola, ninazungumzia yale maneno yaliyotendeka, ya kwamba walisemezana. Binadamu ni mbaya akiwa ako tu peke yake bila Mungu. Binadamu ni mbaya, lakini binadamu ni mzuri akisikia sauti ya Mungu. Mungu aliangalia watu wa Babeli wakijenga mnara wa Babeli, akawaambia, akasema sana kwa utatu wake mtakatifu, akasema tutatawanya ndimi zao, lugha zao zitakuwa tofauti. Wakabaki kwa hizo lugha, hawasikizani, wenyewe kwa wenyewe hawasikizani. Lakini siku hii ya Pentekoste, Mungu analeta hizo lugha zote zilizotawanyika kwa njia nyingine pamoja. Anataka watu wake wote wasemezane. Kwa hivyo Peter anaposimama kuzungumza, kitu cha kwanza anachofanya ni kuwaambia, Waisraeli wenzangu, mnisikize. Sio mimi mnayesikiza, lakini tunaweza semezana. Wa Kenya tusikizane. Wa Kenya tusikie wenzetu wakisema, hata wakiwa hatukubaliani nao, tusikize wakisema. Wabusia, hata ukiwa hausikizane na mwenzako, sikia akisema. Nyumbani tunasikia maneno mengi ya divorce. It's because we don't listen. Kasini watu wanakimbia wakisema, amenikataa, ananifuta, maana hatusikizani. Mahali popote ambapo watu hawasikizani, mambo hayaendi vizuri. Kwa hivyo Peter akisema, fellow Israelites, listen to me. He is calling the national consciousness. He is calling individual
consciousness and telling all of us, binafsi na collectively, tusikisane, tuongee tukisikisana. Basi akishasema hivyo, anawaambia yes, tunamwabudu Mungu, tunataka tusikie hii sauti, tupate Roho Mtakatifu, lakini kuna mambo matatu ambayo tunataka tufanye. Jambo la kwanza, kabla hatujapata hiki kipawa cha Mungu, kabla hatujafanya shukrani ambazo zinakubalika mbele ya Mungu, kabla hatujajiona ni watu wa Mungu, lazima tutubu. Tutubu ile hali ya bebel, ya utafauti wa lugha, ya utafauti wa mawazo na tofauti ya matendo, tutubu. Jambo la pili ambalo Petro anawaambia Waisraeli hao ni ya kwamba tukisha tubu, tukubali kusamehewa. Tuombe msamaha, tusamehewe, nasi pia tukubali kusamehe watu. Maana tusiposamehewa na tusiposamehe, hatuna mahali pa kuenenda. Katika Mungu, msamaha unatakikana baada ya kusamehewa. Jambo la tatu, anawaambia ya kwamba mkisha tubu, mkisha samehe, ndio mtapata uongozi mzuri utokayo kwa Mungu, mtapata salvation. Wapendwa, tunataka kama taifa tukubali haya mambo matatu. Mungu atupatie Roho Mtakatifu, atuongoze tuweze kuwa na amani. Mungu atuwezeshe kuweza kuwa na hekima itokayo mbinguni, ambayo inatuwezesha kukubalika mahali ambapo tunafaa tukubalike. Na mkumbuke ya kwamba ukikataliwa, mimi nimekataliwa mara nyingi kama askofu, na wewe kama kiongozi utakataliwa mara nyingi. Your Excellency, kila mtu hata kusikiza utakataliwa wakati mwingine. Hata hawa walioona ndimi zikisungumuza kwa lugha zao, nao wengine walidhihaki wanafunzi wakisema wamelewa. Ni asubuhi na wamelewa. Kwa hivyo ukikataliwa kwa yaliyo ya mema ya Mungu, Mungu anakubali. Kwa hivyo wewe ukiwa na wasiwasi, ujue ya kwamba Mungu amekuletea kipawa. Hapa Busia tutatoka na kipawa kinachookoa Kenya. Hapa Busia tutatoka na kipawa ambacho kinaletea Busia County baraka nyingi. Hapa Busia tutatoka na kipawa ambacho kinaletea Mungu utukufu na baraka. Na tunapokuja kumshukuru Mungu, tukumbuke ya kwamba Mungu alitangulia kutusamehe makosa yetu. Katika Injili ya Yohana mlango wa kwanza kuanzia kifungu cha 12, inasema Yesu alikuja kwa walio wake, na walio wake hawakumkubali, na waliomkubali aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Kubalini Yesu awafanye kuwa wana wa Mungu katika Kenya yetu. Kubalini Yesu awafanye kuwa wana wa Mungu katika kaunti yetu ya Busia. Na tunaposhukuru Mungu, tushukuru Mungu tukijua ya kwamba ni Mungu ambaye ametuwezesha baraka. Nimalize na kusema kupata Roho Mtakatifu ni challenging. It's very challenging. Tunaweza kusema kushuhudia ya kwamba tuna Roho Mtakatifu, lakini kukaa na huyo Roho Mtakatifu inataka kubatizwa ubatizo wa Yesu. Petro aliambia wale waliomsikiza ya kwamba my fellow Israelites, if you need to be saved, you have to repent, you have to be baptized in the name of Jesus.
sisi tukubali kubatizwa, na Mungu awabariki. Ukiondoka katika ibada hii, maneno mawili utoke nayo. Jambo la kwanza, utakubaliwaje? Jambo la pili, unavumilia kiasi gani? Msemaji wa kwanza akanukuli ile nyumba ya kwanza, lakini Mungu akaambia ile nyumba ya kwanza kwamba, je, mwanangu, ukitenda mema, ukitenda vema, hautakubaliwa? Maneno mawili, tukubaliwe machoni pa Mungu na tuendelee kutafuta namna ya kukubaliwa. Tuvumiliane katika safari hii. Bwana awabariki. Nimlete askofu wa Bungoma kuja. Omba kwa ajili ya neno hili ambalo tumelisikia. Just for the word. Wacha tusimame tushukuru Mungu. Our loving and gracious Father, in the name of Jesus Christ, you are a God who remembers mercy, and Lord, you have remembered Kenya. As we continue gathering here, Lord, for these Thanksgiving prayers, thank you because of your word, that your servant, Lord, has spoken with humility, and Lord, the word has challenged us. We pray for Kenya, Lord, that let us remember ourselves to be tolerant with one another, to be tolerant at the family level, to be tolerant at the county level, and to be tolerant at the national level. Lord, we share different opinions, but Father, give us the grace of embracing love and unity and peace for the sake of our nation. Lord, thank you that you have given us even this opportunity to be able, Lord, to remember that we are your children. Those, my Father God, who looked unto you, you never left them, but you made them your children who could be able to dine with you. Lord, remember our leaders, our president, our deputy president, the entire administration of Kenya government. Remember, my Father God, our western region, Busia County as a whole. My Father, as we leave this, my Father God, bless at a later stage. Lord, make us one. People with one voice. People with one language. People with one agenda. Our agenda is Kenya. My Father, cover us under the blood of Jesus Christ. And may you, my Father God, release your protection grace upon our lives. Bless our coming in. Bless our going out. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, to pray, appreciate, and believe. Amen. Asante na tuketi. Tukiketi, tutauliza kwaya ya Full Gospel Churches of Kenya, Busia, baada ya wao kuimba. Wimbo huu utakuwa unatayarisheni ninyi wale mtakao tayarisha vyombo vya kutoa shukrani zetu ama sadaka zetu. Niita sadaka ndio, but we are giving our thanksgiving as a people of this service today, a people of this county, and a people of this nation. So Full Gospel Choir, mukiimba, niwaulize hawa wapendwa wasimame. Yes, simameni. Your Excellency, there is a team of Busia County Interfaith. They imetufanya kwamba tunakuwa na nguvu hii ya kushughulika na kazi ya Mungu. So keep on praying for us as keep on praying for you. Amen. So hii team, Bwana wabariki sana. Thank you. So St. Stephen's Choir, wale in charge of the ushers and your teams, please come forward. Mutayarishie vyombo vya sadaka. Mutaimba mkimaliza. There is a song that I will ask to be sung. There's some lady called Karen and her team. Is Karen somewhere here? Now Karen atatuongoza kwa wimbo fulani. Wimbo huo gavana anajua wimbo huo vizuri. Wimbo hauimbi ukakubali kukaa chini. Sawa sawa.
So tutapata wimbo wa kwanza tutakuwa shukrani zetu, ikiendelea kutolewa shukrani the team will come and give us that chorus led by Karen and her team, that all of us will join that chorus in your own style. So ndugu zetu Full Gospel, twende tusimame. Sadaka inatolewa tukisimama, sadaka inatolewa kama tumesimama. Unaweza kuungana nao kupenda wimbo. Just love the song. Love the song, please. Love the song. Love the song. Inaashiria kumalizika wimbo sasa. Maliza pia kwa style ya mwisho jamani. Kichwa tu peke yake inatosha kuchezeshwa. Kidogo tu hivyo. Aha. La sivyo utachelewa. Makofi kwa imbaji hawa. Wale wote waliohusika na sadaka zetu, uliambiwa kwamba mtakutanika mahali pamoja kule nyuma. Ndipo mlete sadaka zenu tushukuru Mungu kwayo. Wale wote waliohusika na sadaka the ushers, mlielewana kwamba the main usher is here, mkutane mahali ili sadaka ikubaliwe na ipokelewe. Amen. Tukisubiri hiyo dakika moja,
Ndio inasema wapi Karen huyu? Karen, can you give us? Ngoja peana Karen microphone. Karen huko. Gavana unakumbuka wimbo huo? Gavana anajua. Ikiimbwa kwa gavana mwenyewe anajua. Karen, twende kazi. Mungu mwema, Mungu mwema. Haleluya, Mungu mwema. Mungu mwema, Mungu mwema. Haleluya, Mungu mwema. Ashes leteni, ashes leteni. Mungu mwema. Asante. Tutaketi mkipanga kuleta sadaka yenu, baadaye tutaombea. Tukiketi nimlete Baba County. Aje sasa. Wapi wale watu? Sioni. Mbona mjakuwa tayari hivyo? Baba County aje atuelekeze kuanzia mahali pale. Maombi ya mwisho tutayatoa. God is good and all the time. Assalamu alaikum. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye pia ni amri jeshi mkuu, ndugu yangu na rafiki yangu Dr. William Samoei Ruto. Karibu Busia. Asante sana. Na karibu sana kwa maombi. Najua hapa tuko katika hekalu, kwa sababu tumeambiwa pali wamepatana wawili watatu kwa jina langu, naye Mwenyezi Mungu yuko pale. So tunashukuru sana kuja kuomba nasi, kuchukua muda wako. Tungekuwa sehemu zingine wangetaka uombe nao. So kabla sijachukua utaratibu ambao unafuata, nataka pia kutoa shukrani kwa viongozi wetu wa dini wa interfaith kwa kuwezesha sisi kama jamii ya Busia kuweza I'll say in English, kuhost, sijui kwa Kiswahili ningesema vipi, to host this National Prayer Day here. Tunatoa shukrani sana. Nitakuwa na muda wa kusema moja mbili, lakini tutaenda na utaratibu ufuatao. Nitamuita speaker wa bunge la Busia, ukuje tu hapa kwa niaba ya waheshimiwa wote wa bunge la Busia, na uweze kutoa shukrani zako mbele ya Mwenyezi Mungu kwa niaba ya bunge ya Busia. Asante. Rais wetu mpendwa Daktari William Ruto, Your Excellency, the governors around and the deputy governors, waziri walioko hapa, waheshimiwa walioko hapa, our spiritual leaders, ladies and gentlemen, Mungu ni mwema na kila wakati. Rais yangu nitakuwa machache sana, nitasema mambo mawili ama matatu. Ndaanza kwa kusema hivi kwanza. Rais, next week nafikiri Kenya tutakuwa tunasherehekea 60 years of independence. Successive governments in this government of Kenya
nafikiri kwa uchache wamesahau Busia. Rais wetu mpendwa, tunaongea mara kwa mara kwamba Mombasa ama Kenya ni gateway ya East Africa. Lakini kwa kusema ukweli, Busia na Malaba pia ni gateway ya kuingia huko kwingine ndani. The kind of business that we transact in this border, it's amazing. Tuko na lori 2,000, trailers 2,000 kila siku zinapita katika hii mpaka, na the trade volumes katika hii inchi through our business partners, Uganda being the biggest business partner, we are trading at around 120 billion per year. Hiyo bilioni 120 hatuoni mafuta yake hapa Busia. Ukitembea katika mpaka zingine, ukienda Namanga, ukienda Lungalunga, ukienda Isibania, the face of those borders are very impressive. Hii yetu sijui ni village town ama ni nini. Rais, tunaomba hizo miaka 60 ndio zimepita, lakini sasa hii ni wakati wako. It is your government. Katika hii serikali yako tunaomba utupange, tuone hii mpaka pia ikuwe njema. Ya pili, Rais mpendwa, this area is a very big catchment. Tuko na ndugu zetu kutoka Uganda, referred as Busia, East Uganda, Busia. Tuko na sisi, tuko na Siaya na watu wengine. Our referral hospital here is pathetic. The kind of resources you've devolved to our hospitals cannot sustain operations in these hospitals. Ukweli wa mambo ni kwamba itabidi utuongezee pesa kidogo, na tungeomba haswa kama hii hospitali ingekuwa upgraded, at least kwa referral, we might get proper financing to manage shida zile tuko nazo hapa Busia. Tatu, mpendwa Rais, mara kwa mara unasema watu paka wajipange. Mimi nimejipanga na MCA wangu hapa, na ningependa wainuke juu waweze kukusalimu. Mheshimiwa Rais, nisiposema neno moja ama mbili kuhusiana na hiyo jamaa, kesho mimi nitakuwa jobless. Na sitaki kutafuta Faruk nianze kumwambia tafuta network hapa, ongea na rais anipange. Hiyo sitaki, wacha nijipange na hiyo jamaa. Hiyo jamaa maisha kwa ground imekuwa moto. Hao ndo wanaishi na mama mboga, hao ndo wanaishi na bodaboda, lakini ni kama hiyo payslip imeadhimika sana. Rais mpendwa, najua hiyo yote unajua na unapanga. Iko kwa mipango yako na utapanga. Singependa kusema mengi. Mungu mwenye neema wabariki, awalinde. Asanteni. Thank you very much. Asante sana Speaker. Kwa niaba ya waheshimiwa wetu wote wa hapa Busia, nafikiria nitachukua sasa nafasi hii kumkaribisha mbunge ambao pia eneo lake linashika hapa town, Mheshimiwa Mary Emase. Najua your constituency also. Angoromo iko town. Si Angoromo iko town. So you are part of this town. Karibu. And I think you will take this opportunity to introduce MPs and former MPs. Of course, managing time the way we have talked. Nitamwita. Your Excellency, Daktari William Samoei Ruto, CSS present, all dignitaries from both national and county government, our governor, Mheshimiwa His Excellency Otuoma, my colleagues, members of parliament present, and all Busians, and all our guests from all other parts of the country present here today. Hamjambo. God is good, and all the time. Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha Busia. Tumetamani sana hii siku uweze kufika.
Kikumbuka ile siku tumekuwa Kakamega, nilikuomba pia utupe nafasi tupange tukukaribishe Busia tu na maombi. Kwa hivyo tumefurahi, jisikie huko nyumbani. I will take this opportunity to welcome all members of parliament present. Mheshimiwa Kukaunya, Mheshimiwa John Waluke, Mheshimiwa Mulanya, you are around. Karibuni. Mheshimiwa who else is here? Karibuni. I can't see the others. Karibuni sana. Tuje tu tupangane hapa tuseme machache, you know how we do it. Karibuni sana. Nadhani tutaanza na wacha tuanze sisi watu wa nyumbani. Mheshimiwa Mulanya. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, ministers present, governors, our church leaders, and all guests, good morning. I hope it's a morning. Sorry. Yes, it's an afternoon. Thank you. My name is Geoffrey Mulanya, MP Nambale, na wakaribisha wote ambao wamekuja Busia. Wana Busia, kwanza kabla sijaongea neno, niko na ujumbe kutoka kwa our Prime Cabinet Secretary, the Honorable Musalia Mudavadi, who is away on official duty. Amenituma na special message kwamba watu wa Busia mukaribishe rais wetu. Mukaribisha rais Busia. Mukaribisha rais kwa niaba ya Musalia. Asante sana, Your Excellency. So, Your Excellency, mine, I just have one word to pass across. Thank you so much for people of Nambale. I spoke with you and your Minister Murkomen. Our road, which unaijua mzuri, ulianzisha kutoka Bungoma kuja Mungach. You know it very well. Na Mungu akaweka mipango ikasimama, umekuja kuimaliza, watu wa Nambale wako hapa, wamefurahi, rais ametumalizia barabara yetu. Number 2, rais, watu wa Nambale na watu wa Butula na watu wa Teso South, Teso North, kuna barabara moja inaunganisha sisi Busia kuanzia Butula, Nambale, Teso South na Teso North. Wana request baba wa taifa, please, for connection of movement of our people, please consider it. Mengi tutaongea baadaye. Tunaomba watu wetu, siasa iliisha, tu support rais wetu, tujenge taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mulanya. Wacha sasa tusikize kutoka kwa Mheshimiwa Kukaunya, mbunge wa Teso Kusini. Teso Kaskazini. Asante sana Mheshimiwa Rais, Governor, all protocols observed, na kanisa yetu takatifu. Hamjambo. Nataka kuchukua fursa hii kwanza kusema kujitambulisha, naitwa Kukaunya, mbunge wa Teso Kaskazini. Nina furaha kuwa hapa kwa haya maombi kwa sababu pia tuko na maombi ya Parliament National Prayer ambayo ilikuwa iwe Wednesday wiki hii, na nafikiri rais you are aware na utakuwa na sisi kule. Niko katika hiyo kamati ambayo inaandaa hiyo pia. Kwa hivyo nimekuja hapa pia kujiunga na kila mmoja. Ya pili, nataka kusema rais, yale maongezi na yale ambayo tumefunzwa hapa ni ya muhimu sana. Tolerance in this country is important, ndio tuwe na nchi ambayo ni moja. Lakini rais, nataka kuongeza kwa that tolerance we should also include one other thing, na naomba viongozi wetu wa kidini tuongeze ndani yake kitu inaitwa inclusivity katika nchi yetu. Tuwe tolerant, tuwe inclusive na tuwe equitable,
ili kila Mkenya ajisikie yuko ndani ya hii nchi. Hiyo ni muhimu sana kwa sisi viongozi. Nasema hivyo kwa sababu rais wetu, vile umesikia speaker akisema, eneo hii kidogo kwa vitu chache tunajisikia kama tumesaulika. Kwa mfano, eneo ninawakilisha na hasa community ya Iteso, hatujapata kujisikia tuko ndani ya serikali. Hata ingawa Wateso katika Busia nzima walijaribu wakati huu, wakatuma Mheshimiwa Mary, tukangojea kama tutaona waziri, hatukuona. Tukangojea PS, hata kijana yetu tulisikia alikuwa kwa list mpaka saa 4, jina ikapotea. Bahati mbaya tena tunapoteza pia vijana wetu. Kuna kijana yetu mmoja alikuwa anasimamia NSSF akaenda. Iko mwingine tulitarajia ataingia kule KPA, tukaona sijui ameingia wapi. Rais, sisi tunataka kukuomba kwa unyenyekevu, angalia hii mambo ya inclusivity, Wateso wajisikie wako ndani ya serikali yako kwa kutupatia appointment. Nimesikia hata PS yako moja ameresign. Naona iko nafasi kule. Lakini najua kwa hakika ukirudi huko utafikiria area hiyo. Ndio tukiongea kama viongozi tunajua pia tuko ndani. Kwa hivyo tolerance, inclusivity na pia equity. Ya mwisho nataka tu kusema mambo ya boda, tuna shida kubwa ya usongamano ya magari. Tungetaka Malabo boda, kwa mfano waziri wako tulikuwa na yeye jana, waziri Murkomen, aliendesha gari kutoka Eldoret akipitia hiyo. Uzuri alijionea mwenyewe. Tuna shida ya msongamano ya trailer, sio kwa sababu imeshindikana mambo ya biashara ama barabara ni namna gani. Shida kubwa ni kuwa barabara hiyo ni ndogo, inahitaji dualing kuanzia Kimait mpaka Malaba. Ikiwekwa dualing utakuwa umesolve kiwango kikubwa. Pili, KPA ina shamba ekari 25. Ilikuwa imepangiwa mwaka jana, ikawekwa pesa na arifiwa ya kutengeneza trailer park, a modern trailer park. Lakini hiyo haikufanyika. Tunakuomba ukiweza kutusaidia kwa upande hiyo, itapanua pia biashara na pia vijana yetu ambayo wanafanya clearing and forwarding, ambayo rais unajua wamekuwa disadvantaged. Wengi wamepoteza kazi kwa sababu ya East African Protocol ambayo imetransfer biashara nyingi kwa upande ile ingine. Tunaomba kwa upande hiyo ili vijana wapate ajira, utusaidie rais kwa upande hiyo. Nataka kukushukuru na pia kusema karibu eneo hii ya Busia. Thank you Mheshimiwa Kaunya. Sasa wacha tusikie kutoka Mheshimiwa Joseph kutoka Butula, mbunge wa Butula. Oyula, karibu zungumza na watu. Asante sana Mheshimiwa Mary Amase. Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto, all the governors who are here, waziri, wajumbe na wageni wote, hamjambo. Mimi niko hapa kama mjumbe wa Butula. Majina ni Joseph Oyula, na represent watu wa Butula in the National Assembly. Nitasema machache tu. Ya kwanza ni kukaribisha His Excellency the President na timu yake ambao wamefika hapa Busia. Mjisikie hapa Busia muko nyumbani. Ya pili,
Watu wa Busia, umesikia economy haijafanya vizuri hii country yetu. Na watu wa Busia pia hawajafanya vizuri. In fact, contribution ya Busia to the national GDP ya Kenya is very minimal. So, ningeomba usaidie watu wa Busia. Sisi pia tuwe na industries ile ambayo tufanya sisi pia to contribute reasonably to the GDP of this country. Number 2, Your Excellency, Busia is at the border. So at times we compare ourselves with our neighbors. We used to be much higher than our neighbors. This time, we trail our neighbors. So I will ask your government to do something to bring us back to the level where we were in the past. Your Excellency, I represent the people of Butula, and the people of Butula have asked me to ask you specifically, kindly, they do not have any hospital facility in Butula. It's a big county without any hospital at all. We move our people to Busia, and then they end up going to Eldoret. So most of the patients from Butula, you will find them in Eldoret Referral Hospital, which becomes very expensive for some of us leaders going to Eldoret to see how they are, raise funds and so forth. So the request of the people of Butula, Your Excellency, please consider Butula for an hospital. Secondly, Your Excellency, the people of Butula have started an institution which is now under Masinde Muliro University. They have asked me to ask you if you can please consider recognizing this institution in the government and let it be a full-fledged university at an appropriate date. Your Excellency, Butula is one sub-county with very poor coverage in electricity. Our people are still in darkness. 90% of Butula people are still in darkness. We kindly request, Your Excellency, if you can do something so that the people of Butula also get light. If you can start with, say, 10,000 households, I'm sure we will see ourselves moving ahead like the others. Your Excellency, finally, there's a project which you personally started for me. Not many people know that it is you who made me get the TVET college in Butula. This college is already completed. What we want is the machinery to be supplied and support from the government to build more classrooms and workshops. So far, we opened the doors in January, and now we have over 800 students. That requires an immediate attention. With those few remarks, Your Excellency, we welcome you to Busia and ask you in future, if you get time, don't forget Butula. Asante sana. Asante sana. Wacha sasa tusikize kutoka kwa Mheshimiwa Mshira, mbunge wa Onjororok. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Governor, mawaziri na watu wa Busia, hamjambo. Hamjambo. Mimi naitwa Mshira kutoka Orojororok kule Nyandarua, na nilitumwa na salamu. Mmepokea salamu za Nyandarua? Asante sana. Mheshimiwa Rais, mimi nitasema moja tu.
Tukiwa na Mary Emase hapa, tuko kamati ya budget. Na Mheshimiwa Rais, kila mwaka kuna pesa huwa tunaweka ya wadosi ya kununua manyumba. Every year we allocate some money. Kwa sisi wabunge tunapata mortgage ndio tununue manyumba. Na hiyo Mheshimiwa Rais, hizo manyumba huwa tulipi na market rate, ni bei imeenda chini. Mheshimiwa Rais, juzi umesema pia hawa mahasura pia wawekewe pesa ndio waweze kununua manyumba pia kwa bei ya chini. Nikaona watu wengi wakaanza kulalamika. Mheshimiwa Rais, hawa mahasura, kama mimi nikinunua nyumba ya milioni 30 huwa nalipa na 3%. 3% ni kumaanisha nalipa hiyo milioni 30 na nalipa interest ya 1 million peke yake. Ningeenda kwa market bila hiyo kupunguziwa bei, ningelipa milioni 5 interest. That million na milioni 5 interest. Hiyo tofauti ya milioni 5 na milioni 1 inalipwa na hawa mahasura. It is our time now, pia sisi wadosi tuchukue hiyo burden ya mahasura. Na sijui kwa nini watu wanateta na wanasema wataenda kwa migomo wakisikia mahasura wa Busia watapata manyumba. Mheshimiwa Rais, wakati mlikuwa mnafanya campaign, the two leading candidates, wewe na your elder brother, nyinyi wote mlisema mtakuwa na housing kwa manifesto yenu, kwa sababu nilisikiza vizuri. Kila mtu alisema kutakuwa na housing levy. Former Prime Minister akifanya campaign nikamsikiza akasema kutakuwa na housing levy ya kununua manyumba. Pia wewe ukasema kutakuwa na housing levy ya kununua manyumba. Wakati umechukua na ukaanza kuimplement, sijui yule mwingine ndugu yako imekuwa namna gani, akaanza kubadilisha tone, akasema this is a bad policy. It was a good policy when he was campaigning, but when you implement it becomes a bad policy. Mheshimiwa Rais, mimi nakuomba endelea na hiyo policy, and we are going to support you because we want the hustlers to own houses. Finally, Mheshimiwa Rais, unajua kumeambiwa maneno mingi, maneno ya hii finance bill. Kuna watu wakiambiwa wa describe mtu, kama wakiambiwa describe MK hapa, rafiki yangu, watasema tu mabaya yake. Ni vizuri pia tuseme mazuri ya this finance bill. Mheshimiwa Rais, cause niko kwa hiyo kamati ya budget, it's good to tell these people that tumeongeza tax ya importing furniture from China. Kwa sababu kwa nini tuende furniture kule China? Hii kiti umekalia tuchukue China wakati tunaweza chukua kwa mtu wa Busia hapa ndio apate kazi na to create employment. Mheshimiwa Rais, tumeongeza tax, we are proposing kuongeza tax kwa paint, hii rangi ya kupaka. Hati hii rangi tunaendea China, tunaendea wapi, tunapelekea wa China pesa na tunaweza create hiyo rangi hapa and we create employment. How else do we create employment kama utaendea rangi kule China, ukuje uweke store hapa uandike watu wawili? Well, tungekuwa na factory, we are going to employ hundreds of our youth kufanya hiyo kazi. Mheshimiwa Rais, it's also good to say in the finance bill umepunguza tax ya gas LPG kwa hii finance bill. Ndio ile ulisema bei ya gas iende chini, itoke kutoka juu iende chini. Mheshimiwa Rais, ningesema mengi lakini kwa sababu wakati, wacha nisimamie hapo, na nasema watu wa Busia, let's support this government. Hakuna njia ingine ya ku create employment, ni kusupport serikali, tujenge manyumba, to create jobs for the youth. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Mushira. Sasa muniruhusu ni balance kidogo gender. Nakaribisha Mheshimiwa Susan Ngugi, Women Rep wa Tharaka Nithi. Asante. Thank you Mheshimiwa Rais. Wachungaji wote, viongozi wote ambao wako hapa, Wabusia wote, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mulibala, mulimoyo. Asante. Mimi naitwa Susan Ngugi wa Mwindu, woman representative wa kule Tharaka Nithi, kwenye huwa tunaita the stronghold. Huko kama kura zijafika pale Anniversary Towers, mwezi jua nani amepita.
Mheshimiwa Rais, langu ni kushukuru siku ya leo. I want to say that it is my happiest Sunday tangu nichaguliwe mjumbe wa Tharaka Nithi. Unajua mimi nimekuwa MCA pale Tharaka Nithi. Mungu akanipandisha nikakuwa leo MP. Jambo la kwanza kutendeka siku ya leo ni kuingia ndege inaitwa Air Force. Mara yangu ya kwanza. Tena ni mara yangu ya kwanza kukanyaga Busia. La tatu ni mara yangu ya kwanza kuhubiriwa na Muislamu live nikimwangalia. Unajua pengine sisi Waislamu, na imagine akaleta topic mzuri sana ya kuvumiliana, tolerance. Sisi saa nyingine wa Kristo tunafikiria sisi ndio wazuri sana, wengine hawajui Mungu, lakini leo ametuhubiria mpaka tukashika ya kwamba wengine hata leo tukiambiwa jioni tuende fellowship kanisa la Musikiti, mimi nitakuwa wa kwanza ndio nihubiriwe. Muombaji akaomba wa kwanza, akaomba mpaka kaomba tuondolewe ujinga. Na nikasikia maombi bando, kuna ombi la mwisho. Mimi nataka kupatia muombaji wa mwisho mwa Kenya kidogo, akiomba ombi la mwisho atuombee confidence in our leaders. Sababu tukichagua kiongozi kama Your Excellency the President of the Republic of Kenya, akituambia twende hivi, tusikae kama Wanaisraeli ambao hawakuamini Musa. Musa anawapeleka vizuri, hata anaona akikata maji na inafungana, anabomoa milima, anaua mpaka manyoka, na bado hawaamini. Mwombaji wa mwisho atuombee tuwe na imani kwa viongozi wetu. Akituambia hapa ndipo tunapitia. Tuliamini President William Ruto na tukaamini ya kwamba popote atatupeleka tutakatia hapo. Mheshimiwa Rais, mnenaji wa mwisho amesema hakuna lile aliyezi tokea. Sio kila mtu atakupenda. Je, kama Yesu alifufua wafu ambao hata wamehoza wakatembea, akaguza vipofu wakaona, viziwi wakasikia, walemavu kila mtu akawa mzuri, wakamtusi, wakamchapa, wakamsulubisha. Je, wewe? Kwa hivyo jua ya kwamba utatufanyia mambo mazuri, lakini utakemewa, utambua yote ni kuvumilia, tusonge nyuma tusongesha mbele. La mwisho, wamama halo. Wamama halo. Everything beautiful is expensive. Mama unabeba mtoto, unaanza kutapika, unashindwa kama mimi singekula chapati. Vitu mingi unakata, inafika siku ya mwisho, nduru, unamwaga damu, wengine wanaenda theater mpaka unaoperatiwa, lakini mtoto akitoka unasahau yote. Ukiona every developed country lazima iliumie, ilifinyika na ikapitia mambo mengi. Kwa hivyo wakati rais anatuambia mambo ya housing, mambo mengi, tutafinyika, tutatapika, tutatokwa na damu, tutaenda mpaka theater na ICU, lakini mtoto akitoka itakuwa raha tupu. Kwa hivyo tufuate rais. Mimi niko na imani na yeye, tumetembea hii dunia mzima, Singapore kila mahali, na wote watakwambia ndio wafike mahali wamefika ilikuwa maumivu. Kwa hivyo tukiambiwa mambo yote na mengine tushikilie hapo, nitakwenda vizuri. Kwa hiyo machache simnitume Tharaka Nithi na salamu. Wapi makofi kwa Susan? Asante sana. Wacha sasa nichukue nafasi hii nikaribishe Mheshimiwa Kwenya kutoka Kinango. Asante. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, all the cabinet secretaries, governors around here, senators and members of parliament, the clergy, wananchi wa Busia, Bwana Yesu asifiwe. Mulembe swa. Asante, imefika hapo imeisha. Napenda nishukue nafasi hii kwanza nimshukuru Mungu sana kwa kutualia nafasi ya kuwa katika eneo hili ili tulete shukrani kwa Mungu kwa yale mazuri ametutendea. Mimi naitwa Kwenya Thuku, mimi ni mbunge wa Kinangop. Kinangop iko Nyandarua County, ni about 8 million centimeters from Nairobi, 80,000 meters from Nairobi, 80 kilometers from Nairobi. So we within the central region. Na Mheshimiwa Rais, mambo mengi yamesemwa hapa, na nashukuru sana viongozi wote ambao wameongea, lakini ni vizuri pia kuambiana ukweli, kwa sababu ukweli ni mzuri, na Biblia husema ya kwamba they shall know the truth and the truth shall set them free.
mambo hayo yote ambayo tunakadilia na tunatamani yafanyike katika maeneo haya yetu, ni vema kukubali ya kwamba rais lazima tumpatie nafasi na tumpatie every support so that then he is able to collect all the revenue ili aweze kuappropriate hizo barabara, hizo TVETs, hizo mambo zote ambazo tunataka zifanyike. Na nashukuru rais kwa sababu for the first time tumeona ukiengage leaders ambao wamechaguliwa ili waweze kuelewa ni wapi tunatoka na ni wapi tunaenda. Mambo ya finance bill imefanyiwa uchochezi, na nashukuru Mungu. Mtu mmoja ambaye mchungaji mmoja akiomba hapa alisema ya kwamba Mungu atusamehe. Mchungaji wa nyama, nimesikia ukiomba vile. Mungu atusamehe kwa sababu ya uchochezi ambao tumefanya kama viongozi. Na ukweli ni kwamba kuna uchochezi mwingi katika mambo ya finance bill, na ni kwa sababu watu hawakuwa naelewa, lakini sisi kama viongozi tumepata nafasi ya kuelewa ni nini hiyo, na ndivyo maana unaona ya kwamba wengine wetu tulichaguliwa tukiwa Azimio. Kama mimi nilichaguliwa na chama cha Jubilee, lakini kwa sababu ya kujua ukweli nimesema ya kwamba I am going to support the president to make sure that he delivers this country to the next level. Kwa sababu hatuwezi dwell, we cannot dwell in elections mood year in year out. We must allow ourselves to grow and to get to the next level. If you're not going to support our leaders, tukishachagua kiongozi leo, kesho tunataka tena tuketi kwa meza, sio ili wewe ufaidike wewe mwananchi, ni ili familia fulani ziwe ndizo zitakazofaidika na maandamano yako. Tafadhali wananchi, na waomba msikubali kuingizwa katika uongo wa siasa. Let us focus for the next 5 years, 10 years and see our country grow. I want to appeal to all young people kwa sababu tunatumika vibaya. Na rais, nikubalie tu niseme kwa sababu tuko na uchungu. Hata mimi nimeomba Mungu anisamehe kwa sababu ya uchungu. Nimekuwa na uchungu sana nikiona vijana wetu wakitumika vibaya. Juzi tumeona wamelipwa wakati kiongozi mmoja wa vikundi haramu, proscribed group inaitwa Mungiki, ameitwa na DCI kwa sababu ya ukorofi yake. Vijana wetu wamelipwa na tunajua ni nani amewalipa ili kwenda kuandamana kwa DCI. Sisi watu wa mlima tungetaka kukuambia rais, hatutakubali hata kama ndiye aliyekuwa rais anafanya kazi ile, kwa sababu hatuogopi, tunajua jinsi anavyofanya kutumia vijana wetu vibaya, ilhari wako makazi mazuri, wanaishi maisha mazuri. Vijana nawaomba kwa unyenyekevu, tusikubali kuongozwa kwa njia upotevu, kutumika na watu ambao wanajitafutia vyeo, wanajitafutia nafasi katika serikali ambayo imechaguliwa halali, kwa sababu wao ni kama Kaini, wamejawa na wivu na machungu ya kwamba ndugu mdogo amechukua uongozi. Shika uongozi mara rais, na tuko nyuma yako mpaka mwisho. Mimi sitaki nipitishe pale, lakini ningaliomba kiongozi aliyekuwa wa Jubilee, Mheshimiwa mstaafu Rais Uhuru Kenyatta, tafadhali kubali ya kwamba rais ni William Ruto, na itakuwa hivyo for the next 5 years and even 10 years kwa mapenzi ya Mungu. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki sana. Asante sana mheshimiwa. Wacha sasa tusikize kutoka kwa Mheshimiwa Beatrice Adagala, women rep wa Vihiga. Bwana Yesu na asifiwe. Busia mulio, mulibalamu, mwengodie. Hapo ndio nafikisha. Mimi naitwa Adagala, mama kutoka Vihiga County. Na Your Excellency the President, the church leadership and all protocols observed. Neno limetembea. Wahubiri wamenena. Ile nimesikia kutoka kwa Muislamu. Si huyo ni Mungu mwenyewe? Ama alikuwa ni yeye alikuwa ananena? Huyo ni Mungu. Na hata kama we ni Farao namna gani, kama we ni Farao, roho yako itayeyuka. Mimi Your Excellency, wewe tulitembea na yeye Western Region, na ukasema utatusaidia kujenga mabarabara zenye unaona hawa viongozi wakilia, na umepewa jina mzuri. Nimesikia wanakuita Zakayo, na hapa wamesema Zakayo fanya kazi. Ushuru lazima watu wafanye nini? Walipe.
Watu wa Busia, wacha niwaambie, mkiona mabwenyenye wakisema wataki kulipa ushuru, hao ndio wako na kampuni kubwa kubwa za maziwa, za gas, hawataki kulipa ushuru. Sasa wanataka barabara zetu tujenge namna gani? Zakayo, finya kabisa ushuru, mabwenyenye walipe ushuru. Hawa watu wa Busia, hawa watu tumekaa kwa hii hall, sisi hatupati mshahara over 100,000. Wale watu ndio wanapata mishahara kubwa kubwa na walipe ushuru. Finance bill isomwe na kila mtu. Msiseme kuna mtu kando amemsomea. Hiyo bill iko mzuri. Mmesikia viti kutoka China, tunataka wakina Omondi, wakina Wafula watengeneze viti hapa, tununue sisi wenyewe na tuweke pesa mfukoni. Jambo la mwisho, mimi kama mama nimeudhika, nimekuwa mahali mbali na nikasikia kiongozi mmoja anasema hii Kenya anataka kuandikia UN waigawe apate sehemu yake. Wakenya walienda kwa kura tarehe 8 last year na wakapiga na wakachagua viongozi wa counties chini mpaka MCA, wakachagua rais ambaye ni William Samoei Ruto. Wakenya, muko tayari Kenya kugawa? Mnaambia huyo mzee namna gani? Busia si mmesema mzee apatie William Samoei kazi, nafasi afanye kazi, wa Kenya tupate pesa, wa mama waweke pesa mfukoni, wakina mama kuna hustler fund, tuchukue pesa tuweke, tufanyie kazi, tuweke pesa mkononi. Maulire mwakula nziko wala ndi bandu bibihiga mirembe no tena mnakaribisha Vihiga. Your Excellency, the next one should be Vihiga. Thank you so much and welcome. Aya, wacha sasa tusikize kutoka kwa John Waluke ambaye pia ni chairman wetu wa Western Caucus ya wabunge. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Defense and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, kanisa, mabishops wote ambao wako hapa, mawaziri, PSS, governors wawili, Ken Lusaka ya Bungoma na host ya hapa, wananchi wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Mimi yangu yatakuwa machache kwa vile najua rais anataka kwenda kwa shughuli nyingine kutoka hapa. Yangu, Your Excellency, ni kukushukuru kwa kuja kwetu kutuona kama watu ya Western region. Na ukue huku kila mara. Kazi yangu kama chairman ya Western Region Caucus ni kuunganisha hao watu wote, Busia, Vihiga, Kakamega, Bungoma, Trans Nzoia. Sisi kama jamii wale tuko hapa, uwe Mkikuyu, uwe Mkalenjin, uwe Mjaluo, Mteso, Mluya, kabila zote, Msabot, tuungane kwa pamoja sisi kama jamii. Na hiyo ndiyo itakuwa nguvu yetu. Tukiongelea ukiwa Msomali, hapa ndio kwako. Bila ukabila, bila chuki, bila shauku. Tuishi na tukae kwa umoja, kwa upendo. Na chini ya utawala ya Rais William Samoei Ruto. Ruto kazi yake mimi nimekaa naye miaka mingi, 25 years. Hakuna siku atakupromise kitu na akose kufanya. Sasa kuwa na imani naye. Wangapi wanasema watasupport Ruto, watasimama na Ruto? Yes, namna hiyo. Simama na msupport, muwe na imani na yeye. Hajakaa kwa hii serikali miaka mingi kama wale wengine. Ndiye ameanza tu, hata budget yake ya kwanza bado ndio tutafanya mwezi wa 6. So kuwa na imani na yeye. Vile vingine ilifanyika, hapana weka blame kwake sana kwa vile yeye hacha uhusika na mambo ya fedha ya nchi hii. Tunashukuru Rais, wewe ni mwokofu. Na kila mara
unaomba na tena familia yako imeokoka pamoja na naibu wa rais na mke wake. Makanisa haya yote, maombi ambao iko leo ni ya kuombea wewe na kuombea nchi hii. Hii vitu ambazo sisi tunataka katika Western, Your Excellency, mambo ya bottom up approach. Tunaomba ufufue the two industries ya cotton hapa Busia na ile ya Malava Malakisi. Hiyo ndio itaifufua uchumi na watu watakuwa na pesa mfukoni. Na tena mambo ya miwa, hao watu tegemeo yao ni miwa. Bora factories za miwa zisiake vizuri na bei iwe sawa sawa, wawekezaji wale wa kutoka nje wasilete sukari mingi, sisi tutainuka. Kuongelea kuhusu mambo ya bila umekawa mamlaka ya nchi hii. Sisi kama watu ya Western tunafurahia kwa vile tuko ndani ya hii serikali. Wa executive tuko na vijana wawili, Wetangula na Mudavadi. Na sisi wote tunahisi kama watu ya Western Kenya. Kwa hivyo Mheshimiwa Kaunya amesema, lakini ameenda kwa njia ya ukora. Hakusema straight. Kaunya, ungesema Wateso mlipata nafasi ya principal secretary. Lakini Mheshimiwa Rais, tunaomba ulipea yeye principal administrative secretary. Utoe hiyo kakitu administrative ili wajisikie wako na PS. Hiyo tu kakitu kadogo ndio wanataka, na wamekuwa wakinielezea hivyo, lakini hawataki kusema ukweli. Utoe hiyo administrative secretary, alafu wakae wakijua wako na permanent secretary. Ni hiyo tu ambayo hakuna kitu kingine. Mungu awabariki sana. Thank you, Your Excellency. Asante sana na karibu tena. Yangu ya kwanza, I want to nataka nikurudishie shukrani na pongezi. Na nikushukuru sana kwa sababu ulihakikisha kwamba sisi kama Busia umetuweka ndani ya serikali yako. I want to thank you for the appointment of Honorable Ababu, CS Sports, and of appointment of Susan Mangeni, PS kwa mambo ya biashara. Your Excellency, wewe unajua Busia vile ilikuwa. Tulijaribu and it was not easy. The terrain was rough. Timu Kenya Kwanza Busia, I am telling you, Excellency, wakati mwingine hata tulikuwa tunapigiwa kelele kwa makongamano, kwa mashughuli mbalimbali. So at this juncture, allow me nisimamishe tu baadhi ya hawa timu Kenya Kwanza wameketi hapa, wasimame tu wakupunge mkono. Masomboi wa team and the entire team from Osieko to these people worked. Wako hapa wengine kutoka Kakamega, sometimes from Vihiga. My friends Jackie and the team would come here and give us support. Your Excellency, I thank you. Lakini najua bado unapanga serikali. You are still organizing government and it's a continuous process. Kuna baadhi wao wamesaulika kidogo. Lakini sio kusaulika, hii mambo ni polepole. I am sure even members of parliament, you cannot put all our supporters in positions on the same day. Polepole akiendelea kupanga serikali. Mheshimiwa Rais, kumbuka hawa wanaume. Remember this team and place them somewhere. And on the same note, kwa board, kwa constitutional commissions, wherever, Your Excellency. And while on the same note, I know my brother Oku has spoken about it and Mheshimiwa Waluke has spoken about it. My community, the people I represent, Your Excellency, your friends, the Teso community, wanasema hapo juu wakumbuke. We've gotten a few membership, tumepata chairman moja, lakini in the interest of inclusivity and equity. Hata hii kiti Mheshimiwa Rais inaitwa ambassador wa Teso hatujaisikia. Hatujai pata. Ukitupatia kidogo, uongeze kidogo, tuko sawa. And my next point before I forget, Your Excellency. Busia tuna shida kubwa sana. And I know it's a cross-cutting problem across the country. Unemployment. Vijana hawana kazi kabisa.
And I'm happy that we have the CS trade here today. Manakuria, some of the treaties we sign, I think we need to do a kind of a postmortem before we sign. The East African Treaty on Common Trade, the one that created the one border point, sisi imetuchapa vibaya. Hakuna biashara tauni ya Busia. Hakuna biashara Malaba. Biashara ilivuka, watu wenda kila kitu inchi jirani. So we need to relook into that treaty and see how do we balance so that zote tunapata biashara. Na nikizungumzia mambo ya ukosefu wa kazi, mimi nataka kuambia wananchi wa Busia, hii serikali ni yetu na hii uchumi lazima sisi zote tuijenge. Na ndio kwa sababu rais ametuambia mara mingi, we need to live within our means as a government. Mimi niko katika budget. 60% ya mapato yetu inaenda kulipa deni. Na ndio kwa sababu tunasema hii ushuru tunaambiwa tulipe. Wale ambao halipi ushuru, let us be patriotic. Tukubali kulipa ushuru. Na wale ambao watalipa ushuru ni wale watu wako na mshahara kama sisi wadosi. Ndio tunalipa hii pesa. So that we can have enough money tujenge hizi manyumba, na nimezungumza na governor wetu. Governor tuketi na wabunge so that we identify land, tuko na mashamba. Hizi manyumba zinajengwa, let us launch other projects hapa Busia, tujenge hizo nyumba hapa town. Vijana wapate ajira. Tuko na technical institutes. Si vijana wanasoma ufundi, tunawapeleka wapi? Wapate ajira, watu waanze kuweka pesa mfukoni. Ya tatu, gavana leo niko nyumbani. Nimetamani rais kukuja tuseme mambo yetu. Mambo ya hospitali, I want to emphasize on what the governor said. Mheshimiwa Rais, sisi tumezaana, tumekuwa wengi. Idadi ya wananchi ya Busia imeshinda size ya hiyo hospitali ambayo tuko na inaitwa referral. Mimi huwa naenda huko kuangalia wagonjwa. It is bad. Support our governor to expand the hospital. Ile hospitali ambayo inatusaidia hapa ni Eldoret. Kila kesi referral Eldoret. Na sasa zingine hata kufika huko ni shida. So I propose tusaidie kila sub county, we upgrade the hospitals there, tupunguze ile congestion ambao iko hapa katika referral hospital. And on the same note, tuko na Lupe Hospital. We have a university. Naomba ikuwe upgraded to make for purposes of learning and research. Na hii mambo ya infectious diseases, we have enough land in Alupe. Tumemwambia governor tunaweza mpatia shamba ingine to isolate the center for infectious diseases. Lakini hiyo hospitali tunahitaji isaidie wananchi wa Teso Kusini. Na vile vile Kocholia, tuko na KMTC ambao tumekuomba wakati utapata nafasi utakuja kuifungua. That Kocholia hospital needs to be upgraded for purposes of training, learning and research at the KMTC. Kwa hivyo ya mwisho kabisa, tuko kwa border, Mheshimiwa Rais. There is illegal mining happening along the border. Sasa hivi ukisimama kule Alupe utaona mulima right at the border. Hata ile mchanga ambao inatolewa kutoka kwa hiyo mining, najua hivi karibuni itafunika ile river ambao inatugawa, and so many livelihoods, human and livestock are depending on that river. Sasa hatujui kama watu tayari wameingia Kenya, wanachukua rasilimali yetu, dhahabu yetu inaenda, hatuna habari. So there is need for the Department of Interior kuangalia mambo hiyo boundary na the security of our wealth along the border. And as I close, Your Excellency, again, tumekubaliana wabunge Teso North, Teso South, Nambale na Butula. You've advised us this year we put resources towards completing ongoing projects. Lakini hapo mbele, Mheshimiwa Rais, lami hiyo barabara kutoka Butula to Magoro from Machakos to Mianga, we need links to the main road. We need to open the county to trade so that wananchi wanaweza transport goods, bidhaa zao, na tujenge uchumi yako ya Busia County. Asante sana Mheshimiwa Rais, tunashukuru, jisikie nyumbani. Asante. Asante sana Mheshimiwa. Nafikiria ile inahusu county tumezungumuza na tumekubaliana vile tutafanya. Wacha sasa nichukue nafasi hii nimuite seneta yetu Okia Omtata. Karibu seneta.
Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum. Mheshimiwa Rais Dr. William Samoei Ruto, viongozi wa kanisa, ndugu zangu ambao mmekuja hapa kwa maombi, na Wakristo wenzangu, Waislamu wenzangu, na wale wote ambao wanaabudu wanaabudu kwa jina la Yesu Kristo, na wasalamia. Hamjambo. Ni vigumu sana kuongea baada ya kusikia injili kama ya tumesikia leo. Lakini nitasema kwamba rais, Mheshimiwa Rais, langu kwanza ni kushukuru kwa kutupatia huu mradi wa Industrial Park pale Nasewa. Ramadhani amesema tukapeleka mazao yetu tukapeleka mazao yetu na mambo ikawa namna hiyo. So wacha nitambue ndugu yangu mkubwa hapa, Mheshimiwa Sakwa Bunyasi, ambaye ni asante sana kwa rais. Najua wametambua wale ambao umewapatia kazi, ndugu yangu wa Babu, Susan na wakinausia hapa rafiki yangu, lakini nafikiria pia huyu umempatia mahali. Hako chairman wa Vision 2030. Nilifikiria dada yangu atatambua waliyekuwa wabunge wa zamani. So if you have been an MP and I can throw my eyes, I can see my sister Florence Mtua, you can wave. Any other former member of parliament who is here? Oh, Omigo Magara kutoka Kisii yuko hapo, rafiki wa president pia. Mzee wetu, mzee Philip Masinde, na kutambua. Rais, unaona huyo mzee bado ako sawa. He told me he's 91, but you can see how agile he is. Bado ako. Iko rafiki yangu hapa, nera yangu Sami Wea. Iko ndugu yetu pale Agoi kutoka Vihiga. I think those are the former members of parliament ambao nimeona. Nyingine kuna pia wazee wetu kidogo ambao ni rafiki wa rais, na amesema niwape tu dakika moja wasalimiane, alafu niingie kipindi kinakuja. Kuna mzee wetu Fred Gumo Kangumu, rais alisema unaweza kusalimia hata kani kusema amen. Karibu. Ukuje useme tu amen dakika moja, hiyo ilikuwa ombi la rais. Mheshimiwa Rais, gavana wetu wa hapa, viongozi wote ambao wametembea na rais, na wananchi wa Busia, hamjambo. Yangu kweli itakuwa machache. Kwanza, Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha Busia. Hii ndio mara ya kwanza tangu uwe rais mimi kuongea mbele yako. This is the first time. Na niko na maneno matatu tu. Ya kwanza, Mheshimiwa Rais, sisi tulikuwa watu wa pande ile, nyinyi mkawa pande hii. Mimi ni ODM, wewe ukawa UDA na wenzako. Kabla hatujawaenda kiwanjani, tulielewana yule atashinda tutakubaliana na yeye. Tulikubali, na sisi tulishindwa, tukaenda mpaka Supreme Court. Sasa hata kama Supreme Court ilikata vibaya, hakuna pali ingine tena. Sasa wewe ni president, kalia kiti, endesha kazi, rudisha Wakenya pamoja, kwa maana hakuna nafasi ingine pali ingine. Hata hii mambo ambayo tunasema haiwezekani, hakuna kwisha. Sisi sasa ni kusema tu haleluya. Ya pili, unajua mimi najua huyu kijana sana, yeye anaweza kazi.
na wale mmepewa kazi na yeye, saidieni yeye. Juzi alisema anataka kupigana na corruption. Corruption haiwezi kukwisha dunia hii. Kama nyinyi ambayo mmechaguliwa na president, nyinyi wenyewe ndio mnakuwa manyang'au. You can only help him. Mtu akikuletea kitu mwambie sitaki. Then you will have helped him. Because mimi I know he can manage. With the support, he's a worker, he's strong character, na anaweza kusema no na aseme ni no. Vile nilisikia akisema juzi, I think sasa amekata kauli. Na nyinyi mtaanguka. Ya mwisho, rais. Kitu tunataka peace. We want peace. Tumetembea katika dunia hii. Tumeona nchi ambazo zimekuwa na mashida. Siku moja tulienda Liberia na the late President Moi. Out of every 10 people, watu 4 hawana mkono ama hawana mguu. Na unajua nini inaleta hii mambo yote? Mdomo. Hakuna kitu kingine. Ukiongea ovyo ovyo. This is from both the government and opposition. Lazima tuchunge midomo yetu. Don't say something that can incite people. These people want peace. And we cannot support or help the president unless tunaongea mambo ya kuleta watu pamoja. Asanteni. Haya, wacha pia nimuite AG Emeritus, our former senator wako pia ukuje. Nafikiria niliambiwa hao wawili kuja useme kwa kanisa. Wacha aseme kwa kanisa. Tuelewane, hii ni kanisa. Wacha wasalimie. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, the governors who are here, I recognize the governor of our neighboring county, Peter Lusaka, the ministers who are here. I can't see very well, but I heard the name of Kuri, the CS Trade being mentioned, but all of you, welcome. The chief officers who are here, wana Busia, and hamjambo. Hamjambo tena. Muko na furaha kukaribisha Dr. William Samoei Ruto. Muko na furaha. Mnapenda aje tena. Mengi imesemwa hapa, particularly mimi kama a young elder, kwa sababu the real elder Philip Masinde is here. So I'm just a young being trained to be an elder. I support all that has been said by the members of parliament. So I don't have to repeat it again. Dr. William Samoei Ruto, you are the duly elected President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, according to our Constitution. Wewe ndio uko. Na Romans 13, sisi wa Kristo na tunasema kwamba we have to respect, obey, and honor your office and your person as the president of this country. Katiba pia inasema kwamba the county governments must work. They are independent, but they work closely with the national government. So the county government of Busia and the people of Busia must work with
the duly elected president. Na yeye inamujua. He is from my village in Nairobi. As an ordinary MP, I knew him. We interacted together when he was first elected to parliament. I know him as a good worker, very hard worker. Mtu ambaye ni politician, and in his spare time, anasoma Doctor of Philosophy, not in politics, but in some planned ecology, I don't know what. Na napata hiyo, hapana cheza na yeye. You don't play about with him. Mnasikia? So, Ruto, you are with you. Tumeona wewe, Mr. President, and your ministers going to other areas. Natembea huko, even twice, 3 times. Unaenda kwa interdenominational prayers. Unaenda for development, inspecting development projects. Na sisi tunajua wewe kama deputy president, ulikuwa unakuja hapa sana. You came here many times inspecting development projects. Sasa tunataka that tradition iendelee kama president. Wewe unakuja hapa. Leo ilikuwa siku ya prayers, isn't it? Tunataka yeye aje hapa now on a developmental tour of Busia. Ili tumuuliza maneno on the ground. Mnataka namna hiyo? Do you want me as an elder to invite him? Aje hapa Busia. Maombi iko, lakini sasa attention iwe kwa development projects. Uende Teso North, uende Teso South, uende Nambale, uende Matayos, uende Butula, uende Finyola, uende huko Budalangi. Now our minister is here, and I want to thank you for having appointed him. I want to thank you for having appointed Susan Mangeni. That lifted Busia up kidogo. Lakini Busia is used to more appointments. We are used to more appointments. Hata kama unaangalia kwa history, uone in this period of Nyayo, how many were ministers from Busia, how many were PSS, how many were chief executives of corporations, utaona. What about this period of Kibaki? How many were ministers? How many? Utaona kwamba Busia is used to that level. So you're still appointing, I know, chances are coming up, uendelee kufanya namna hiyo. I want to thank the pastor, the Muslim Musa, and my bishop for the sermons you gave us today on the issue of tolerance. That was very good. Now, one of the examples of people who are really tolerant ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa sababu when he was on the cross, he was abused. Many people said, you said you could do this, where are you? What are you doing? You know, you said yes, he was abused. But instead of answering back, he was tolerant. He pleaded with God, please forgive them, for they do not know what they are saying. Even the soldier whose ears were cut, he replaced that ear. So tolerance is there. The issue of unity, keep in focus as a Christian that in Christ there is neither Jew nor Greek. Translate to Kenya, in Christ there is neither Kikuyu, Luya, Luo, Iteso, whatever. We are all one. And if the one can be appointed on the issue of merit, well and good. Just keep in focus that. I thank you for coming. I've invited you, and I hope you'll give me a date so that I can convey to the governor when you are now coming for development projects. Haya, asanti. Nafikiria pia niliintroduce my predecessor Mheshimiwa Ojamong,
Rais amesema kuja usalimie kidogo. Asanteni sana, Your Excellency the President, Cabinet Secretaries present, and all distinguished guests, our Kilagi, na watu ya Busia kwa jumla, hamjambo. Yangu ni furaha tu leo kwa maombi ambayo mmetupatia. Might be I would not have set my eyes to His Excellency the President until you call these prayers, because it's long since we met. So I want to thank you people very much. Kwa hivyo, Your Excellency, sisi watu ya Busia, we shall support you. Some of us are now tumeokoka sasa. Tulikuwa kuangilikana lakini tumeingia Katoliki sasa, sivyo? Hata ukiona mzee Guma akisema hivyo, wacha tutembee njia nyingine pia. Kwa hivyo wewe rafiki yangu, unajua nyumbani tapigiana masimu, tutembee sasa vizuri kama vijana. Kwa hivyo mimi sina maneno mengi. Governor tutafanya na yeye kazi vizuri, usiwe na wasiwasi. Mimi sitakuwa governor tena. Katiba ilikataa. Hata mkisukuma namna gani. Wewe tufanye kazi pamoja, kama kuna mahali tunasaidiana tuende pamoja. Kwa hivyo welcome Your Excellency na karibu tena. Asante. Rais, si unaona nimelinda yeye mzuri? Lakini anasema pia unaweza salimiana tu na yeye. Usimsahau sana. Aliniambia hiyo. So mimi ujumbe nimefikisha. Haya, tuko pia na my deputy governor Mheshimiwa Arthur Odera, pia ni rafiki wa rais, wacha wasalimie just 1 minute. Asante sana Mheshimiwa Rais mpendwa Daktari Ruto, mawaziri mlioko hapa, kanisa takatifu, asanteni kwa maombi. Nyote mabibi na mabwana, hamjambo. Rais, niruhusu niseme mambo mawili ambayo inahusiana na kaunti yetu. Moja ni kwamba Rais, wewe unajua jiografia ya hapa. Na wewe umekuwa ukisema mara nyingi kwamba tunataka kujenga uchumi. Na asante sana kutupatia industrial park na EPZ. Lakini ukiangalia upande wa kusini wa kaunti yetu, tuko na ziwa Victoria. Ukiangalia upande wa kaskazini, tuko na mlima Elgon huko. Na hii kaunti tuna shida kubwa ya maji ambayo inakithiri kilimo. Maji, tuna shida na afya kwa sababu maji haitoshi. Mvua ya kutegemewa imekuwa nadra. Sasa kilimo, afya na shughuli nyingi zinaumia kwa sababu ya ukosefu na maji. Na huku tuna ziwa, huku tuna mlima ambao zinaweza kutupatia maji ya kutosha katika kaunti hii. Kinachohitajika ni uwekezaji tu katika maji hayo. Kwa hivyo tunaomba serikali yako Mheshimiwa Rais, kuna dam project ambayo iko Mount Elgon inaweza kusaidia maji. Kuna dam project ambayo inaitwa Ngololo Dam, ikikamilika itatupunguzia hiyo shida. Kuna Kocholia Dam ambayo iko hapo, itatupunguzia ikifanywa na serikali yako. Kuna project ya Port Victoria ambayo tunataka kutoa maji kutoka ziwa Victoria itutosheleze shida za maji. Kuna project ambayo iko Galo kuleta maji Butula kupitia Butula constituency mpaka Bumala ambayo inaweza kutukamilishia hayo. Kwa hivyo tunaomba serikali yako ikiwezekana uwekezaji Mheshimiwa Rais, ili tupate maji ambayo itatusaidia katika kaunti hii, ili tuweze kupatia vijana ajira kupitia kwa kilimo. La mwisho Mheshimiwa Rais, wewe, I have good memories of working closely with you. Na nikiwa mbunge, kuna mradi ulituanzishia katika Teso North. Huo mradi ilikuwa mradi wa kusaidia shule 7, TVET 1, wakulima zaidi ya 2500 ambayo inaitwa Totokakile Bridge. Hiyo wewe ulisema ifanywe, ikafanywa design.
ikafanywa survey, ikawekwa kwa tenda, lakini baadaye ikatolewa. Tafadhali Mheshimiwa Rais, fikiria hayo, tukamilishie mradi huo. Na mwisho, Your Excellency President, Biblia inasema mti mzuri unajulikana kwa matunda yake, sio matawi, sio urefu, sio upana, unajulikana kwa matunda. Na sisi hapa Busia tushaonja matunda yako na tunatamani kula zaidi ya matunda yako. Mungu akubariki. Haya, asante sana. Huyo ni Mheshimiwa Arthur Odera, rafiki wa rais, na ndio tunafanya kazi naye. Wacha nitambue tu Busia Professionals. Mnaweza tu kusimama mpungie rais mkono. Busia Professionals ambao wako hapa, mpungie rais. Ndio hao wako hapa. Wakina Miri kwa ndio huyo ulikuwa unaambiwa ametoka NSSF, bado unaweza mkumbuka. Niko hapa na ndugu yangu Meso pia, ulikuanga na yeye, nafikiri pia unamjua. Professor wewe nilikuintroduce. Siwezi maliza nyote, lakini rais ameona professionals ndio hao. Na umeona wamekuja, si unajua. Si hata mimi nilikuwa nakufuata kidogo kidogo. Tukapangana hapo mbele. Haya, Busia Council of Elders, pale muko pia muunge mkono, msalimie rais. Asante Council of Elders, ndio wale wako pale. Kama nimesahau asante sana, including Mzee Masinde. Kama nimesahau mtanuia radhi. Wacha pia Mheshimiwa Rais, nimetembea na mwenzangu mwenzangu First Lady uko hapo, wacha pia kusalimie. Salimia tu kidogo. Haya, asante. Sasa hiyo maneno tumemaliza. Sawa. Imani imekuja. Sawa. So wacha nafasi hii nimpatie Mheshimiwa Malala na uwe kwa ufupi vile tumeelewana. Alafu ndio tupeane hiyo kipindi inakuja. Asante sana Rais wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wote ambao wako hapa. Kwanza rais, ni kusema tu hawa watu wa Busia ni watu wazuri sana. Hawa ndio watu ambao wakati ya maandamano walikataa mambo ya maandamano kabisa, wakaendelea na biashara yao. These are good people, rais. Na hii yote ni kwa sababu ya uongozi mzuri, transformative leadership ya gavana wa kaunti ya Busia. He is an open-minded leader. Yeye ni mtu ambaye hata kama hayuko upande moja na sisi kisiasa, yeye anafanya kazi na serikali ambayo imechaguliwa ndio alete maendeleo katika Busia County. Tunasema asante sana gavana kwa kuendelea kuwa hivyo. Ni kuomba tu viongozi wetu wa mkoa wa Magharibi, mnajua katika kitabu, kwa sababu kila mtu anahubiri, wacha nisome tu Bible, mimi niende nikae chini. Katika kitabu cha Genesis chapter 7 verse 1 to 5, Mwenyezi Mungu aliambia Noah kwamba yeye anatengeneza safina, kwamba mafuriko inakuja, watu waingie kwa safina ndio wasiwawe na mafuriko, na akaambia watu waanze kuingia. Mimi ningependa kuomba kwa unyenyekevu jamii yetu ya mkoa wa Magharibi, safina imeundwa na rais wetu William Ruto. Amenituma mimi Noah kuwaomba, tafadhali ingieni kwa safina, tafadhali. Mafuriko isiwamalize. Mheshimiwa Ojamong, ingia kwa safina. Hii Kiswahili mingi unaongea hapa, uongelee ndani ya safina, tafadhali. Tusiongelee nje, mafuriko ikuje muzame. Mimi nawaomba tafadhali msimame na rais, kwa sababu rais ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Na ningependa tu kuleta salamu za kiongozi wetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, amepeana salamu zake, mmempokea? Vile vile pia ningependa kuleta salamu za spika wetu Moses Masika Wetangula, mumezipokea? Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Leo Malala umekuwa mfupi. Asante sana. So wacha nichukue wakati huu nimuite our cabinet secretary Mheshimiwa Babu na Mwamba aweze kuendesha hiyo kipindi inakuja. Alafu ndio tuone. Karibu.
Mheshimiwa Rais, pamoja na muungano wa madhehebu na imani wakiongozwa na Askofu John Okude na Wakristo wote wa Busia, Bwana asifiwe. Mulembe emri akoliae abandu ba Busia kubolanga mbwe okerame mao ni wina. Okerame mao ni wina. Nesa ila ra efwe ni wina. Ebundo leo kono kubola uri okerame mao. Thank you very much. Mheshimiwa Rais, nataka kuchukua fursa hii kukukaribisha hapa nyumbani na kwa haraka sana kutambua wenzangu maafisa wa serikali ambao wametembea hapa pamoja na wewe. Tuko hapa na Principal Secretary watano, nitawatambua tu kwa haraka sana. Principal Secretary for Interior Raymond Omolo, karibu sana Busia. Principal Secretary for Planning James Mohati, ambaye ni mtoto wa hapa nyumbani, karibu James. Principal Secretary for Higher Education Beatrice Inyangala, karibu sana Beatrice. Principal Secretary for Industry Jonah Mohwana, karibu sana daktari. And Principal Secretary MSME, ambaye ni mtoto wa hapa nyumbani, dada yetu Susan Auma Mangeni. Karibu sana Susan. Kwa niaba ya hawa viongozi wa serikali ambao wametembea pamoja na Mheshimiwa Rais, nitamwalika PS Susan aseme machache kwa niaba yenu nyote. Lakini Susan, unapokuja vile vile ningependa kutambua maafisa wengine wengi wa serikali ambao wako hapa pamoja na sisi. Tuko na Chief Administrative Secretaries ambao wako hapa pamoja na sisi. And I want to recognize Jacqueline Mwenesi ambaye ni dada yetu kutoka Vihiga. Karibu sana Jacqueline. Tuko hapa na ndugu yetu Mheshimiwa Agoi. Karibu ndugu Agoi. Na katika hicho kitengo cha CAS, we also have Mheshimiwa Benjamin Washali, dada yetu Anne Wanjiko, Sudi Wandabusi, and Nancy Kibaba. Those are Chief Administrative Secretaries, Your Excellency, appointed from across the length and breadth of this region. In addition to that, now that we are talking about appointments, allow me to recognize a large number of the sons and daughters of Busia who are serving in various capacities in your administration, Your Excellency. Beside myself, whom you have appointed to be a cabinet secretary responsible for youth affairs, the arts and sports, and I thank you, Your Excellency, for the honor and the vote of confidence, and Principal Secretary Susan Mangeni, whom you have given the very important responsibility for MSME. We have other 20 people from Busia serving in government. And I want to mention them by name so that for the avoidance of doubt. Your Excellency, we have Mr. Arthur Osea, who is here with us, Principal Administrative Secretary in Interior, a very senior position. We have our brother Engineer Vincent Sidai, who continues to serve at the Kenya Ports Authority. Thank you, Sana Vincent. We have Dr. John Sakwa Bunyasi, who is the chairman of the board of Vision 2030. We have our brother Kelvin Lunani, who serves on the board of the Kenya Yearbook. That is a son of Busia. We have Mr. John Imoite, who you have appointed on the board of Lake Victoria North Water Works Development Agency. That is Mr. John Imoite. We have Madame Petronila Were, who serves on the Lake Victoria North Water Development Authority. Petronila is here with us. We have our brother Moses Mulomi, who serves on the Kenya Cultural Center Board from Butula. We have here Pauline Nagila, who serves on the same board together with Moses of the Kenya Cultural Center. We also have Mr. Moses Amo Oude, who serves on the board of the Leather Development Authority.
Vilevile tuko na Pastor John Osimbo serving on the board of Kenya Film Classification Board. Pastor Osimbo. Tuko vilevile na Joe Halende, who serves on your presidential task force. Joe Halende is right here. Tuko vilevile na Dr. Lillian Apadet Osamong, serving on the Kenya Maritime Authority, a daughter of this county. We have also Francis Okai, serving on Lake Basin Development Authority. Mr. Hudson Ojambo, serving on the steering committee of the WRC Safari Rally. We have Madam Susan Kasiba and Norbert Ouma, two young people serving in our flagship Talanta Hela project. Martha Okochil, serving on the Kenyan National Enterprise Savings Authority. And finally, Dan Emsugut from Teso North, who serves as the technical officer for the same flagship project. In total, Your Excellency, today we have 22 people from Busia County, from Teso North to Budalangi in the south, serving in your government, Your Excellency. And my brother, the honorable member for Teso North, out of these 22, 9 of 22, which is exactly 40.9%, are from the Teso community. Out of these appointments. And Your Excellency, without belaboring this point, it is important to say that you have made these appointments with absolutely no regard to the number of votes we gave you. Because out of about 300,000 votes cast in this county, we gave you less than 50,000. Exactly 48,800. Now, in terms of return, you have actually outdid yourself. In terms of integrating this county in your administration. And therefore, while we will always appreciate more, and should you have more, Your Excellency, more space in your administration, Busia will appreciate. Let us, first of all, appreciate these 22 sons and daughters of Busia that have already been appointed into government. Your Excellency, there is even a larger number of other sons and daughters of the Western region who you have appointed to various positions. Some of them are here. Allow me, Your Excellency, to recognize the presence of my brother Rashid Echesa, whom we have recently appointed chairman of the Water Towers Authority. My friend David Wamatsi, who serves on the board of Utalii College. My brother Anangwe at the University of Nairobi Council. Madam Sophie Nekoe, who works with me in my ministry at the National Youth Council Advisory Board as the chair of that board. She's also a daughter of this land. And Mheshimiwa Mwambu Mabonga, who is now the chair of the Insurance Regulatory Authority. Those are appointments, some of the appointments across the region. Si tuseme shukran kwa Mheshimiwa Rais jameni. Na kwa niaba yetu sote, I want to ask PS Susan Mangeni to say a word on behalf of these government officers who are here with us. Susan. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the clergy, Your Excellency, the Governor of Busia, Dr. Paul Otoma, former governor, all leaders who are here, my colleagues, cabinet secretaries, principal secretaries, hamjambo, Bwana asifiwe. Hebu nione kama mumependa hii siku. Asante sana. Your Excellency, I'll be very, very brief. But before I say something, allow me just to also acknowledge
the gallant soldiers, sons and daughters of Busia, whom we call coordinators and agents, wale ambao walitembea usiku na mchana na kufanya tukakuwa hapa. Can you just stand up and wave? Thank you so much. I know wako kila mahali. Your Excellency, hawa walikuwa foot soldiers, wale mahasala ambao walitusaidia. Your Excellency, I want to thank you because today we are here first to thank God for the good nation that we have. Second, to thank the people of Kenya for the peace and calm that they have. But third, also to thank your presidency and to thank you in particular for having a heart ya kuunite wa Kenya wote. But also, because it's Thanksgiving, I want also to thank you for my position. I remember, Your Excellency, last year, ulizunguka hapa mara mingi sana na mzee Amos amesema hayo. And one time tukiwa katika sky, ukasema hapa Busia, mupende musipende, nitakuja na nitakuja, nikuje na nikuje tena. I want to say, like Mheshimiwa Mere Masa amesema, at some point tulikuwa tunaogopa tukiwa na Mheshimiwa Babu kukupangia kuja hapa. Lakini ukasema hata warushe mawe hapa sitoki. Na nilipokuuliza ni kwa nini, siku moja ukasema, as you're going around this county, you're not just going around to look for votes, but you're appreciating the opportunities for development that are within Busia. In our conversation, you're saying, you know, Busia is such a great county ambayo inaweza kusimamisha uchumi wa Kenya. Ulikuwa unasema tuko na a robust human capital here in Busia. Watu wamesoma. Nakumbuka tukakwambia hapa Busia katika kila village iko PhD. Lakini pia hali ya umaskini Busia ni kubwa sana. Tuko na PhD, lakini pia umaskini uko wapi? Pale. Na ukasema utatusaidia kubomoa umaskini wapi? Busia. Nataka kukushukuru ya kwamba in just less than 6 months tumeona umetupatia EPZ hapa Western Kenya na ukanda wa Nyanza na pia part of North Rift. Wanabusia, situmshukuru. Namalizia nikimwambia last week hii wiki wala ambao umeona newspaper, mumeona katika Busia Industrial Park ya ile imewekwa kwa gazeti. Ya kwanza kabisa ni Busia, kifuatiwa na Embu na zingine. Si anaonyesha anataka kumaliza umaskini. Lastly namaliza nikisema ya kwamba kwa sababu sisi kidogo tulisuspend siasa, lakini nataka kuambia watu wa Busia ile njia ya kuungana ni maendeleo. Asanti sana Mheshimiwa Tuoma kwa kukubali kufanya kazi na sisi na wabunge wetu. Mimi nitakuja utembee na nyinyi ili tufanye kazi. Tumekuja hapa na ma-PSS wako tayari kuwakaribisha katika ofisi zao. Tupange, tufanye bajeti, tujenge Kenya kuanzia Busia kufika Mandera, kufika Mombasa na mahali kokote. Asanteni sana na mimi nashukuru kwa kunipatia kwa yule PS wa mahasla, wa mama mboga, boda boda na wale watu ambao napenda. Thank you so much and may God bless. Thank you PS. Kwa haraka sana wacha nimwalike ndugu yangu ambaye ni waziri wa biashara, viwanda na hayo mambo yote ya kutengeza pesa, Mheshimiwa Moses Kuria. Tumkaribishe Waziri Kuria. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, wachungaji, ndugu yangu Pius Ababu Tofik na Mwamba, magavana ambao tuko nao hapa wakiongozwa na ndugu yangu Paul Tuoma, viongozi wote na watu wa Busia Mlembe hadi
Wacha hiyo ingine nisiendelee sana kwa sababu kuna watu hawaelewi hiyo lugha yetu. Taendelea siku nyingine. Lakini Mheshimiwa Rais, nimefurahi kuja hapa. Mara ya mwisho kuja Busia tulikuwa pale chini hapa na Mbale, tukiwa katika Economic Forum ya Busia, na nilikuwa hapo. Mheshimiwa Rais alikuwa hapo, Musalia alikuwa hapo, Mheshimiwa Bunyasi alikuwa hapo, na mimi nikasikiza watu wa Busia, na nikasikia hao watu hata kama wako na mashida na matatizo, lakini network wako nayo. Nikasikia watu ambao wanajua what is in their interest and what is good for them. Ndipo nikasikia unakuja kutembea Busia, nikasema hata kama ni ile wing moja ya ndege nitashika hapo nifike hapa, sababu hao ni watu wa maana sana sana. Na kuna zile ahadi tuliwapea. Kwanza tukasema katika, na kuna mtu amesema hapa, katika miji mingi towns ambao ziko kwa border kuna kuanga na pesa inaenea huko. Mimi sijawahi kuona town ambayo iko na ni ya border na kidogo mambo ya uchumi iko chini. Busia ndio kaunti ya kwanza ambayo iko kwa border na mambo ya uchumi iko chini. So we have a lot of potential in this county of Busia. Na Mheshimiwa Emasi amesema upande ule mwingine biashara imehama huko. Sio kwa sababu ya agreements, ni bidii na mwelekeo. Si ati kuna kitu tumeweka na Waganda wakuwe mbele. Bidii yako ndio inatutetea. Kwa hivyo mimi naona tuko na nafasi mzuri sana ya kuamua vile tunataka. Wakati ulinipea kazi, ulinipatia mambo mawili. Ukaniambia kwanza nishughulikie mambo ya kazi, ajira ya vijana wetu. Na ukaniambia hawa wananchi hakikisha wameweka pesa kwa mfuko. Wakati tulizunguka tukamaliza, Mungu akatupatia ushindi, tukaanza ile mradi yetu tunaita County Aggregation and Industry Park. Yaani mazao yetu mingi tunalima halafu inapotelea kwa shamba. Ingine tunaagiza huko nje, ili hali tuko na nafasi ya kukuza hizo mazao hapa na kufanya aggregation, value addition na agroprocessing. Na tukaweka mradi counties zote 47, tukianza na county 14 ambapo siku ya Ijumaa tuliweka kadarasi kwa gazeti, na county ya kwanza ni county ya Busia. Hiyo aggregation ambao tutaweka hapa na Sewa itapatiana nafasi za kazi zisipungua 5,000. Yaani watu 5,000 watapata kazi hapa na Sewa. Baadaye tukaona pale kwetu Athi River katika project yetu ya EPZ kidogo kuna jaa na wa China, watu wengine, investors, manufacturers wakubwa wanatafuta kuhamia hapa Kenya. Ukasema kando na ile EPZ ya Athi River tuongeze EPZ zingine 5. Kaniambia tuende kule Sagana, pale wa Kirinyaga, pale Del Monte, pale wa Thika, pale Nakuru, hapa Uasin Gishu. Hiyo ingine ya 5 ukaniambia tufikirie kwanza. Wakati huo huyu jamaa tulikuwa tunasoma na yeye, huyo Otuoma. Kuna kiti moja kwa ofisi yangu imeraruka kwa sababu ya Otuoma. Anakuja kwangu kila wakati. Kamuuliza, ndugu yangu Paul, wewe na wewe ni mdhoniwa pia, ameoa huko kwetu. Pale naitwa huko Mara. Kamuuliza, wewe mdhoniwa wa Chogoria, unataka nijenge EPZ Busia halafu mkiandamana muichome? Kasema hapana. Huyo Toma akaniambia ako tayari to put it in writing kwamba hakutakuwa na maandamano hapa Busia, na ndio nikakubali ya kwamba vile uniambia tukaweke mpaka EPZ hapa. Ile county aggregation iko na watu 5,000 kazi. Hii EPZ tukasikizana na Otuoma itaajiri watu 30,000 people. Na kwa mara ya kwanza
tukapata kitu ambayo mimi na Omtata kitu tunakubaliana, sio kawaida mimi na Omtata kupata kitu ya kubaliana, lakini hii maneno ya EPZ na hii maneno ya Nasewa tukasikizana, na tunataka kumwambia Mheshimiwa Omtata, ni vizuri vile ulienda kotini, na najua utaenda kotini tena. Mimi nimeleta 35,000 jobs hapa. Hiyo kotini imekuletea kazi ngapi kwa watu wa Busia jamani? No, tuabiane ukweli. Mheshimiwa Oku Kaunya, unajua wakati nilikuwa huko Angurai tukuwa na Papa Odera, niliona vijana wako na bidii sana na wakatufukuza na mawe. Lakini hiyo 35,000 kutakuwa na watu wa Teso, wa Angurai, wa Simbachai na watu wote wa Busia, tuungane pamoja, tuendeshe nchi ya Kenya mbele, tuache siasa ambayo haina mwelekeo. Nikimaliza, my namesake anaitwa Musa hapa, amehubiri, amesema ile matoleo ambao Kain na Abel walitoa, wakati matoleo ya Kain, kuna kitu mimi tu moja nimesikia. Alisema wakati matoleo ya Kain ilikataliwa, Mungu alimwambia Kain, sasa kukataa matoleo ni kitu ya kufanya maandamano. Sijui kama hapa mmesikia. Mungu abariki na Mungu alinde. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Moses. Hiyo kukataliwa hiyo si kitu ya kukasirikia. Very quickly, Excellency, allow me to just say a couple of things. Number one ni kusema watu wa Busia, kama kweli tumekaa hapa leo kwa amani, kwa utulivu ndani ya hii Busia Stadium, na tuko hapa na muungwana anaitwa William Samoei Ruto, na tunamuita Mheshimiwa Rais, mimi nasema tu Ebeneza. Nasema nini? Ebeneza. Yale ambao tumepitia, watu wa Busia ninawashukuru sana. All the 48,800 of you, led by our gallant candidates for all positions, from MCA to governor, all our party coordinators, all of you wherever you are seated, all of you presidential agents who braved incredible pressure to deliver this, I tell you, God bless you. And this is a day to tell you, asanteni sana. And Your Excellency, thank you for keeping us focused, encouraged through that storm. Number two, Wakenya tufahamu ya kwamba hii serikali ya William Ruto inafanya kazi kwa mpango. Tumejipanga sawa sawa. Hata mpango huu mnazungumzia wa Nasewa Industrial Park EPZ. Kumbukeni ya kwamba tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka uliopita 2022 tumekusanyika pale Mungatsi TTI for the Busia Economic Forum. Na hizo forums zimefanyika katika kila county. And in every county, through those economic forums, we identified county priorities. And we came up with a county blueprint. Now we are rolling out that blueprint. That industrial park, that EPZ, is a direct product of the Mungatsi Busia Economic Forum. Tufahamu hivyo. Kazi kwa mpango. And my brother Okia, my very good friend, you know, you used the court platform because it was the only platform available to you. Nimesikia ukiambia rais utaenda mahakamani. Mimi, I'm an officer of the court, I'm an advocate of the High Court of Kenya. Lakini sasa watu wa Busia wamekupatia forum. You are the honorable senator of the great county of Busia. You don't need the courtroom no more. You need the floor of the Senate of the Republic of Kenya. I want to ask you, my brother, deploy that national forum. Represent the people of Busia. If you have any issues with the finance bill or the budget policy statement, go to the floor of the Senate and reflect
the will, the voice of the people of Busia. And the Greek used to say, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. So, achana na mahakama, sasa keti Senate. And I know if you bring proper debate to the Senate, you will add value to this finance bill. Ama namna gani? Mwisho, Your Excellency, you told us that you have shifted the paradigm from leaders and their pursuit of power to the people and their economic empowerment. Kenyans need to get that. We have shifted from people and their pursuit of leaders and their pursuit of power, and the people and the economic empowerment. And those of us who sit in cabinet, the president directs us every day on that paradigm shift. Mimi Rais amenipa amri to sort out this space of sports, youth, the arts. Na niwaambie, we inherited a decayed system. We inherited a bankrupt system. And we are trying to bring back life to that system. Hata kwa mpira mumesahau, we inherited a system where Kenya had been banned by FIFA. There was no football going on in Kenya at the time William Ruto was elected president. In 1 month after he appointed me minister and instructed me, told me, Waziri, I want football back. Whatever you do. Na nikakimbia kuonana na mtu anaitwa Gianni Infantino, the president of FIFA. Si tumerudisha football. The suspension was lifted. Kazi kwa mpango. Fixing the decay and the rot that we inherited. It's not easy to fix rot and decay worth 5 years. That is what we are doing. Na hapa Busia, His Excellency the President has asked me, na mimi ni mtu yake ya mkono hapa ameniambia, Busia is the county of champions. Busia is the county of McDonald Mariga, the first Kenyan to win the Champions League. Busia is the county of the only boy from Kenya who has played in the English Premier League. Busia is the county of sportsmen and women. So he has told me we must have proper sports infrastructure in Busia. Na nimezungumza na gavana, my brother. Nimekuja hapa, Your Excellency, on your instructions. I have inspected this Busia Stadium. But we have agreed with Paul, as the governor, that because what we want in Busia is not a small, ordinary stadium, in honor of the great heritage of Busia as a sporting county, the county will fix this stadium. Itafanya marekebisho kidogo to make this stadium playable. But the county has now donated 50 acres as part of the Nasewa ecosystem, where we are going to construct a new sports city. And so it is going to be called Busia Industrial Park and Sports City, with a whole sporting ecosystem. And Your Excellency, we are ready. Governor has already written to me, offering the 50 acres of land. And so the people of Busia, good things are coming. Lakini kazi kwa mpango. Kazi namna gani? Kwa mpango. Thank you, Your Excellency. Sumesikia hiyo maneno? Mambo ya stadium, mambo hiyo ingine. So wacha nichukue nafasi hii nimuite pia ndugu yangu jirani, former speaker na tena governor Ken Lusaka of Bungoma Diocese. Karibu sana. Mahali Yesu wa Tongareni anatoka. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the clergy, allow me to adopt the protocols as mentioned by my predecessor speakers in the interest of time. On behalf of Bungoma County, I also want to welcome you to this region as one of the leaders. As a neighbor, Busia, Vihiga, Kakamega, Trans Nzoia, when one of us is not doing well, it affects us. When one coughs, it affects mwingine. Kwa hivyo nimekuja hapa kusindikiza mwenzangu na pia kuomba. All that I will say, because I'll try to remain within the syllabus. Your Excellency, we just want to implement
the economic resolutions that we had in the counties as governors, we signed with you. All our issues are there, we would like to implement them. Hapa ni Busia, I don't want to bring issues of Bungoma to confuse you with matters which we will tell you when you come to Bungoma. Lakini kwa Biblia, what I know, and this is what I want to say, that any time God wanted to do a great thing, he raised a leader. When he wanted to build a nation, he used Abraham. When he wanted to liberate the Israelites, he used Moses. When he wanted them to cross over, he used Joshua. He doesn't use crowds. Your Excellency, God has raised you. We had the first president, the second president, the third president, you are the fifth president, and we know he has raised you to fix something in this republic, and that is our economy. We'll pray for you, and with those of us who have worked with you, know that you have the capacity and ability to do it so long as we all support you. Sisi tukiwa viongozi, mimi pia watu wa Bungoma wako hapa, tutakuunga mkono, tunakukaribisha next time ukuje tufanye maombi huko kwetu. As I conclude, I want to quote Joshua 1:9. Ukiangalia Joshua 1 mpaka huko 9 iko na mambo mingi, but this is what God says in verse 9. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid. Do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Mungu atakuwa na wewe kila mahali unaenda. Wanazungumzia, I want just to echo what Mzee Gumo said, that what we speak can easily bring this country down. Nimekuwa nakuja kwa gari nikasoma vitu zingine, naona ni ndoto za mchana ati Kenya iwe mbili. Tafadhali, let us not go that route as leaders. Let us remain united. We are talking about integration, not disintegration ya Kenya kuwa na vitu zingine. Kwa hivyo hayo mazungumzo tuachane nayo. Nikimalizia, Mheshimiwa Rais, huko kwetu, this region we have been very lucky as I conclude, na nataka nishukuru mabishops wangu wako hapa. Tumekuwa na bahati kuwa na cardinal wa kwanza wa Catholic. Archbishop wa Bukala pia anatoka eneo hili kusimamia Anglican. Sasa hivi tunavyozungumza tuko na mtu anaitwa wa Cardinal Archbishop wa Catholic Anyolo, kutoka pia Bungoma. But we also have the misfortune of being with very people ambao wamepoteza mwelekeo, ati Yesu wa Tongareni. Your Excellency, juzi alishikwa. Tukataka aombe atoke ndani, ikashindikana. Wakati walisema wanaenda kusulubisha yeye mwezi wa 4, akaita polisi. Akasema yeye atasulubishwa mwezi wa 7. Time is not a strategy. Mwezi wa 7 unakuja, tunangoja kauli kama atasulubishwa. Your Excellency, may God bless you. Asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais, mimi sitakuwa na mengi. Viongozi wa Busia wamezungumuza, na pia tumezungumuza na wewe, na tukakubaliana leo itakuwa siku ya maombi na kutoa shukrani, na tutakuwa na siku ya kuzungumuza na kutekeleza mipango ya maendeleo ambayo tayari wale viongozi wamezungumzia. Nimeshukuru sana ndugu yangu, rafiki yangu Moses Kuria. Bila umesema sangine uelewanangi na umutata kwa mambo ingine, mimi pia ingine nilikuwa sielewanangi na wewe. Lakini kwa hii ya kufufua uchumi na kutafuta wawekezaji na kuhakikisha kwamba we open new frontiers for Kenya to make that quantum leap, hiyo tutashikana kama chanda na pete. The things you are doing now, that is how Korea left us. That is how Malaysia left us. Na hapa Busia nimefanikiwa kupata wageni mbalimbali. Nimekuwa na ma-Japanese ambassador, nimekuwa na European Union ambassador, na wote wako interested na hii mpaka. Na wakikuja hapa, jambo moja ambalo huwa linawashangaza sana ni hilo jambo umesema. Sio kawaida watu wa mpaka
duniani mzima kuwa na hali ya uchumi ambayo haifaidhi wananchi kama hapa Busia. Na saa ingine inawapatia wasiwasi, kwa sababu hii ni kama gateway ya biashara in Eastern Central. So kule wale ambassador wana report mambo hapa vile iko kwa border. Lakini sisi wenyewe ambaye tumekaa hapa iko pahali kitu ilienda wrong. Na hiyo ndio tunajaribu kuretrace. Because we saw what Korea did, we saw what Malaysia did, we saw what Singapore did. Tunaona hii kazi unajaribu kufanya. Wengine hawajaishika vizuri. Lakini mimi unajua network nilishika kitambo. Kitambo kabisa. And that's why I aligned. There is no free lunch in this world. Watu lazima tutafanya kazi. If you produce nothing and you expect to fight poverty, hiyo ni kama ile ndoto tu. You must be productive. The wealth of a country depends on the productivity of its people. And that's what you are trying to say. Tunaweza kufanya nini so that we stimulate production? Na hapa vile mmesema, ile information imekuwa, there is no use of reinventing the wheel. Raia ni ule ule tu. Hakuna raia wa county government ama raia wa national government. These are Kenyan citizens. So shida zile tuko nazo hapa ni kufufua uchumi. Busia hapa we have been producing nothing. Zamani tulikuwa tunatoa pamba, mohogo, njugu, hivi vitu yote ilififia. Ukiangalia kwa utamaduni wetu, kulikuwa uwezi kuenda kwa boma yoyote ukose granary. Isiaki. Kwa Teso wanaita adera. Edula. Hiyo ilikuwa a must. You must have some food store somewhere. Hiyo kitu tulipoteza network pahali. Na sasa njaa imetuingilia. Uchumi imekuwa mbaya. Tumeangalia 80% of our land is good for agriculture. Ni mambo kidogo tu. Hii tunafanya na kadro, kuangalia vitu ya acidity, kupima nini. Lakini hiyo mambo tumesema kwamba sisi tutagrow edible crops. Edible oil crops. Njugu, simsim, soybean, palm oil. Hiyo tuko aligned. Na tumefanya feasibility study wenyewe. Tumetumia hiyo karatasi. Na hiyo mambo yote rais yako nayo na wewe uko nayo. Na hata Mangeni Susan nako nayo. Hiyo feasibility study tulifanya. Na tumejua tu tukifanya hiyo vitu peke yake 10 billion shillings itaingia hapa from nothing. Tuko na statistics kila kitu. So ni jukumu letu, na nimeambia viongozi wetu MCAs wako hapa, that in each we must have ward based economic recovery program. Ukutoka kwa ward tukipanda na tusaidiane, na tutatoa watu wengi sana kwa ufukara. Juzi last week Mheshimiwa Rais tulikuwa tukue na mkutano Nairobi ya county zile zinakuza pamba, na ukaarisha kidogo, lakini najua itakuja because we are ready. Tumeanza kuweka watu kwa cooperatives through the wards so that we fund them through that process. Tumeongea na wewe, nilikuwa na wewe ukiwa hapa Siaya. Ulitoka Homa Bay, ukaingia Migori, ukafika Siaya hapa ukanichenga. Haukukuja huku. Tukakuwa na wewe hapa tu Siaya. Ukasema utaleta matinga kwa Orengo nini? Nikamwambia naye Busia namna gani. So ingawaje leo hiyo ulikuwa umeenda mkutano ya maendeleo. Tukatoka na wewe hapo tukaenda Kisumu, tukakaa hapo kidogo ukiongea mambo ya maendeleo. Nikakwambia hata Busia unajua tuko hapa kwa kona. Ukuje pia tuongee maendeleo. Leo tumekuja mambo ya Thanksgiving, and you have given us a promise, and I know you mean it, that you will now come when we are implementing these programs ambao zimezungumziwa. I don't want to repeat because najua utazungumuza. All the way, our ambition is to make Busia the biggest rice producer in Kenya. Kutoka huko Budalangi tukikuja. And it is going to happen. Na wewe unajua hiyo mipango. Because there is almost 20,000 acres if we do that project very well. Tutakuwa tume-add almost 20 billion shillings in the economy of Budalangi kuliko hii milioni 800 ambayo mchele inatoa. So tukiongeza na hii ingine tutakuwa tunaendelea sawa. Mambo ya infrastructure hawa wamezungumuza. I don't want to be labor. Hii barabara yako umeiona mwenyewe kutoka kwa hewa. We want it to be a gateway vile tumeelezwa hapa.
So that these people, these visitors who also come here, hii puzzle ni ya kwamba, why is Busia poor? And yet Busia was not in that league. Wakati wa babu zetu hatukukuwa kwa hiyo league. We were producing things. They were educating their children. They were doing so many things. So hii generation haiwezi kupoteza network. Na vile uko na bidii, na mimi na wewe unajua, hii siasa ndio saa nyingine tunachengananga tu hivi na hivi. Lakini at personal level, we have no issues. So tunasemanga tu wewe shika njia yako, saa nyingine hivi, lakini tunapatana. Now wewe ni president, na Otuoma ni governor. Sasa iko barrier nyingine hapo. Sisi serikali lazima ziunganishwe. County government na national government. Na tufanye kazi. Ama wananchi mnataka namna gani? So mnataka hiyo maneno? Otuoma anaongoza county government of Busia. His Excellency Dr. Ruto, national government. Si basi ya tulete ile vitu ya national government na Otuoma ongezee za county na Busia i take off. Ama iko kitu ingine? Si iko namna hiyo? Mheshimiwa, najua muda ni mdogo na tutakupatia write up. Na wananchi msiwe na wasiwasi kwamba sijaguza kila kitu. Lakini nataka kuzungumzia swala la bodaboda. You know, hii Busia, jina bodaboda ilitoka hapa Busia. We are the originators of this business. Tulianza na baiskeli, mpaka sasa tukaenda motorbike. But there is something wrong with the way that economy is structured. Hapa Busia, we have almost 40,000 bodaboda. Ukiangalia on average kwa siku, mtu ana generate 1,000 shillings ambayo ina rotate. Ingine itaenda kulipa mkopo, ingine labda ilipe mwenye pikipiki, ingine mafuta, ingine wagawane. 1,000. So times 40,000 people, there's 40 million that rotates in this economy in bodaboda industry per day. Ukienda kwa mwezi, times 30 is almost 1.2 billion. Lakini hiyo pesa haionekani. Haisaidii watu wa bodaboda, haisaidii the economy. Because of the way that thing is structured. Na umejua ile shida pali iko. Iko mashailoks hapo katikati. Ambao tunataka tungoe, hii pesa iende kwa hii vijana ya bodaboda. So that they can take care of their families. We must come up with an economic structure that supports that. Because that's a lot of money. It is almost 12, 14 billion shillings per year. But you cannot see it in the economy. Now that's why I like sometimes my brother Kuria by thinking outside the box. Na mimi pia nimetembea hizo inchi unaendanga. So I'm very much aware that if you just continue doing these normal things, we will not sort out our problems. We must step outside the box to solve our problems. And Your Excellency, we are going to support you. Hii maneno mingi cannot grow us, cannot get rid of our problems. And there is no enmity. We must reason together as Kenyans. It is a democratic system we accepted, and we must just respect it. Kwa sababu, ukienda China, wako na mtindo yao. Ukienda Russia, wako na mtindo yao. Hii ndio mtindo yetu ya Kenya. Hatuwezi adopt ingine. So we must just respect it. That once politics is over, we put our energy to do those things that we said we want to do. Because governments exist for the best welfare of society. But governments don't just exist for the sake. And I think that's the oath we normally take when we take office. Me as Otuoma as an individual, naweza kuwa na maoni yangu tofauti. But Otuoma as a governor, I owe fidelity to the constitution and the rule of law. And we must respect it. Kama mimi nimetambuliwa ni governor, sipaka tu nitatambua wengine. Nitasema Masi ndio MP ya Teso South. My brother Waluke huyu, tumekuwa na yeye hata pia, iko sawa. Na hii vitu isitugawanye. Hata rais, mimi nikianza siasa, tulikuwa na yeye kwa ODM. Unakumbuka Mheshimiwa Rais? Lakini tukakuja mambo ikageuka, wewe ukaniambia wewe baki hapo bado network yako bado inashika hapo. Wacha mimi nijipange. Nakumbuka in 2017, saa ile nilikuwa kwa category ya mandugu zangu wako hapa. Unakumbuka tulikuwa tunafuata wewe kila mahali. Ndio sura usisahau. Ndio ukanikumbuka kidogo ukaniambia wewe shikilia hapo. Na tukasema sasa ona wewe. Wewe ni raia na mimi ni deputy president. Na nikasema ndio hivyo tu ndio hali ya siasa. Nikavumilia miaka hiyo 5, ndugu yangu Jamonga akaendelea. Ikukuja hii 2022 network ikashika. Sasa mimi nikawa governor na wewe ukawa president.
Sasa kwa nini tusifanye kazi pamoja? Si network imeshikana? Na tusaidie watu wetu. Ya mwisho rais, na watu wameniambia vitu mingi, mambo ya Mulwanda, mambo ya hiyo Angololo Dam, hii link road ya Mulwanda ile ya zamani, unaikumbuka tulienda huko. Hii ya kutoka Matayos mpaka Mulwanda, daraja ya kuunganisha Uganda. Hizo zote nafikiria huko nazo. Ni kwa sababu ya muda, na umetuambia utatupa siku ya maendeleo. So msifikirie ati sijasema hizo vitu, ako nazo na hiyo memorandum. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, sasa ile tunaongea hii mambo yote, nataka kuomba hivi. Najua utakuja, lakini mimi nataka kuomba madaraka ijayo tufanyie hapa Busia. Naomba the next Madaraka Day celebration tufanyie hapa Busia. Haya, tuende kazi, tupange hiyo maneno. At least let's have a national holiday. Na wakati huo tutakuwa tunakuja kuonesha watu kwamba hizi vitu tulikuwa tunazungumuza sio sarakazi. Ni kazi inakuwa imefanyika. Inajua kuna mambo utasema hapa nini imeanza. So mimi naomba hiyo, that let us have a national celebration hapa Busia. Na siku hiyo tuta showcase how Busia looks like. With those very many remarks, nafikiria choir, prepare yourself to welcome His Excellency the President of the Republic of Kenya. Choir, weka chorus ya kumkaribisha Rais. Aya, asanteni sana. Watu wa Busia tunaweza keti chini. Baba wetu maaskofu mlio hapa na wachungaji na masheikh, ndugu viongozi wote wenzangu na wananchi wa Busia, hamjambo? Busia hamjambo? Busia mulembe? Busia emulia koliae? Ebu kwa mikono nione. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Yani Busia nyinyi uwanga wangwana hivi. Hii ni mara yangu ya kwanza kufika Busia. Mkutano yenye haina msukumano. Kila wakati nikikuja hapa ni wanga na kizungumkuti hapa. Mpaka nilikuwa nafikiria mambo yenu ni hivyo. Kumbe nyinyi ni watu wangwana namna hii. Watu watulivu, watu wazuri. Pongezi sana. Nimefurahi sana kuja Busia leo. Thank you very much. Na nimefika hapa leo, ndugu zangu watu wa Busia, kwa sababu tulikubaliana na viongozi wenu wakiongozwa na gavana wetu hapa Paul Otuoma ya kwamba kama watu wanaomcha Mungu, tulienda kwa uchaguzi mwaka uliopita, Mungu naye akatupatia nafasi ya uongozi. Ma MCAs wako hapa, wabunge, governor, senator, na mimi na deputy wangu, sote nyinyi mkatukumbuka, mkatupatia kura zenu, Mungu akatupatia ushindi. Tukasema ni vizuri turudi Busia tuseme asante kwa Mungu. Na ndio sababu tumefika hapa kumshukuru Mungu na kuwashukuru watu wa Busia.
vile imetajwa hapa, mzee wako na wengine wamesema nilikuja hapa Busia mara nyingi, na mimi najua kweli niliwasumbua sana. Nilikuja mara mkisikia tena nimefika, mara namna hii nimefika. Poleni kwa kuwasumbua, ni hali ya kutafuta kura, sio makosa yangu. Na mimi nataka niseme kwa watu wa Busia, asanteni sana kwa kura zenu, asanteni sana kwa imani yenu, na kwa niaba yetu sisi wote wa kutoka vyama vyote ambao tulipata nafasi ya uongozi, tunakuja kwenu watu wa Busia kusema asante sana. Najua watu wengi wanashangaa mbona mimi nimekuja Busia kusema shukurani na kura zangu zilikuwa kidogo. Nimekuja kwa sababu Biblia inanifundisha kwamba ukiwa wa shukurani kwa kidogo, baadaye utaongezewa. So nimekuja hapa kwa mpango ya kuongezewa hapo vile Biblia inasema, na ndio nimekuja na shukurani nyingi watu wa Busia. Jambo la pili, kwa nini nimekuja kutoa shukurani Busia, ni kwa sababu hizo kura zenu karibu 48 ndio ilinipatia nafasi ya ushindi. Mimi nataka niseme tena asante sana. Na ya tatu, nimekuja pia kwa sababu mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya, na kwa sababu ile serikali mimi ninaendesha ni serikali ya Wakenya wote, sio serikali ya wale walinipigia kura peke yao. Hapana, ni serikali ya Wakenya wote, wale walinipigia kura, wale hawakunipigia kura. Serikali ninayoendesha ni serikali yao, na mimi nataka mjue kama watu wa Busia ya kwamba hii serikali ya Kenya ninayoiendesha ni serikali yenu, na tutawafanyia kazi bila ya ubaguzi. Mambo yote ambayo tutafanya katika taifa letu, mipango yote ambayo tumepanga, mambo ya Hustler Fund, mambo ya County Aggregation Industrial Park, mambo ya Special Economic Zone, maneno ya maji, mambo ya barabara, mambo ya matibabu, mambo ya housing, haya mambo yote ambayo tutafanya katika taifa letu la Kenya pia itafanyika hapa Busia County. Mimi napenda kuwashukuru mashujaa wale. Najua mambo yalikuwa magumu hapa Busia, lakini kuna watu walikuwa wajasiri sana, walisema liwe liwalo, wacha tusimame na huyu hustler. Mimi nawashukuru sana ndugu zangu watu wa Busia, wale agents walionisaidia, wale county coordinators walinisaidia, ward coordinators. Mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana. Nawashukuru pia watu wa Busia kwa sababu tulifanya ile uchaguzi kwa njia ya amani na bila ya kushughulikia mambo ya ukabila. Tukajitengenezea historia kama watu wa Kenya, na dunia mzima leo Kenya inaheshimika kama nchi ya demokrasia. Tunaweza kufanya mambo yetu ya uchaguzi, na tunaweza baada ya uchaguzi tukaungana na tukafanya kazi pamoja kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na ndio mnaona sisi tumekuja hapa leo na tumesimama mahali moja na gavana wenu ambaye alikuwa upande wa Azimio, wabunge wenu, MCAs wenu, wale wa pande zote, na sisi sasa ni team moja ya kupeleka taifa la Kenya mbele na tupeleke Busia mbele. Mimi nataka niwashukuru kwa sababu ya umoja ambayo tumehubiriwa. Leo hapa Busia nimesoma mambo ya maajabu. Nimeenda mahali nyingi
na nikakuta interfaith wengi, lakini sijakuta kiwango kama hii ya Busia. Nafikiri counties zingine watakuja kusoma vile Waislamu na Wakristo na wale wote wanaweza kufanya kazi pamoja kwa ibada moja, tukishirikiana sote pamoja. I want to say in a very special way, thank you very much, the interfaith group in Busia. You have demonstrated to us the true spirit of unity and the true spirit of religion bringing all of us together. Asanteni sana. Watu wa Busia, viongozi wenzangu wameongea kwa kirefu. Kuna mambo mengi ambayo nimeongea, hata ingawaje Paul anasema hajasema. Huyu Paul Otuoma ni rafiki yangu na amenisumbua sana. Wacha niseme tu kweli. Aniwachi kwa simu, nikikosa kuchukua simu anaandika SMS. SMS ikishindikana anatafuta WhatsApp. WhatsApp ikikwama anatafuta mtu yangu ya mkono, anasema mwambie huyo mtu natafuta yeye. Na yote hayo ni kwa sababu ya mambo ya Busia County. I want to tell you, the people of Busia County, huyu Otuoma ni mtu wa Azimio, si ni kweli? Lakini I want to tell you, you have a good governor. Ni mtu wa bidii. Mara hata kama ananisumbua kwa ajili ya watu wa Busia na maendeleo yao. And that is important to me. Ndio munaona wakati tumetangaza, kwa sababu iko katika mipango yetu, tulikuja hapa Mungati, tukaketi chini na watu wa Busia, tukawauliza kabla ya uchaguzi, tukawauliza tunataka mtupatie maoni yenu ya yale mambo yakifanyika Busia itabadilika. Mukatueleza mambo mengi. Naye huyu gavana wenu sijui alikuwa kona fulani kwa hii mkutano yetu ama ako na marafiki huko ndani. Kwa sababu ile tulikuwa tunapanga huko ndio yeye amekuja kupanga sasa sawa sawa. Na ndio sababu hata juzi wakati tumekubaliana, na mimi nataka munielewe watu wa Busia, tulikubaliana ya kwamba hii Busia lazima tuibadilishe. Hata mimi kuja hapa mara nyingi ni kwa sababu I could see the potential in Busia County. Busia County katika orodha ya counties masikini, wacha niseme tu kwa sababu ni ukweli, it is among the poorest counties in Kenya, yet it is the county that has the highest potential. Tunaelewana watu wa Busia? Nyinyi ndio muko na nafasi kubwa sana ya kuwa county nambari 1. Lakini ni lazima tuwe na mpango. Na mimi nashukuru gavana wenu ameshika network, tunapanga pamoja mambo ya kubadilisha hii county. Tumekubaliana ya kwamba katika hii county mambo ya oil crops, hiyo mmesikia gavana wenu wakisema. Hapa simsim, groundnuts, palm oil, hiyo yote hapa ndio tunaweza kuzalisha mazao ambayo itatupatia oil crops katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaeleze watu wa Busia, kwa sasa tunaagiza kila mwaka, tunatumia bilioni 100 kuagiza edible oil kutoka nchi zingine, na Busia inaweza kutuzalishia hiyo edible oil tukiipanga vizuri. Why on earth would we be importing edible oil worth $1 billion or 100 billion Kenya shillings every year when we can grow it in Busia County and in the western part of our country? Tumeketi chini na gavana wenu, tumekuwa na mpango ya sawasawa, tutamtafutia mbegu,
tutampangia ile mambo ambayo inahitajika, na yeye atajipanga na nyinyi hapa chini, tusaidie wakulima wetu, ndio badala ya kuagiza edible oil kutoka nje, tuzalishe hapa Busia, ndio muwe na pesa mfukoni na sisi tupate chakula katika taifa letu la Kenya. Ndio sababu vile vile katika mpango yetu tumekubaliana tunajenga County Aggregation and Industrial Park. Nimeketi chini na governors wote wa Kenya. Governor Otuoma akakuwa governor number 1 kusema mimi niko tayari. Ndio katika ile tulitangaza last week, ile Moses Kuria alitangaza, ametangaza 14 counties mahali tunaanzia. Ile ilikuwa nambari 1 kwa hiyo 14 counties tunaanzisha ni Busia County. Hapa tunajenga County Aggregation and Industrial Park ya milioni 500. County government, na mimi nataka nishukuru MCAs wako hapa. MCAs kupitia kwa governor wenu wameweka pesa 250 million. Sisi tutaweka 250 million. Ili tusaidie wakulima wa Busia. Wasiangaike wakati wamezalisha chakula. Wasiangaishwe na brokers. Wasisumbuliwe na makatel. Tuwe na mahali wanaweza kuleta mazao yao. Tuwe na cold rooms. Tuwe na value addition. Tuongeze dhamana. Vijana wapate ajira na vile vile wakulima wapate pesa zaidi bila ya kusumbuliwa na wakora huko katikati. That is the plan that we have. And I want to say to the people of Busia County, hiyo mpango nataka nishukuru county government yenu inashirikiana pamoja na sisi. Mumesikia vile vile kwa sababu ya kupanga mambo ya ajira. Ile Dongo Kundu tumeweka special economic zone. Pale Athi River tumeweka special economic zone. Hapa Naivasha tumeweka special economic zone. Lakini haitoshi. Bado tuko na vijana wengi hawana nafasi ya kazi, na tuko na watu wengi wanataka kuegeza katika taifa letu la Kenya. Ndio tukaamua, tukasema tuongeze export processing zones zingine 5. Kati ya hizo 5 ambayo tunaweka katika mpango yetu ya sasa, shilingi bilioni 1 ni yanasewa hapa Busia County. Na ni kwa sababu tunataka kuondoa county ya Busia kuwa county maskini. Tuipangie kazi, kilimo, mambo ya aggregation, mambo ya special export processing zone, ndio tupange ajira ya vijana, tupange mambo ya maendeleo ya Busia wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Tumekubaliana vile vile viongozi hawa wenu, tumeongea mambo ya town hii ya Busia iko na changamoto, na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Busia, kwa sababu hii ni border town, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, muwe waangalifu hapa, tuipangie vizuri. Nimeshukuru governor panua sasa barabara. I want to promise you my friend, hiyo barabara tukimaliza budget, mimi naweka pesa ya kufanya dualing ya hii barabara kutoka Busia kwa boda mpaka pale inaitwa Korinda ama inaitwa nini? Korinda, na baadaye nitasukuma tuone kama itaweza kufika na Mbale. Vile vile border town ya Malaba iko na msongamano mkubwa sana ya magari. Saa zingine hata inatutia aibu. Pia hiyo border town tukimaliza budget yetu ya mwaka huu ya Malaba, tunaweka pia dual carriageway ili tuweze kuondoa hiyo msongamano na tuweke hali ambayo biashara itaendelea katika border town ya Malaba na border town ya Busia. Haya ni mambo ambayo tungekuwa tumekamilisha zamani, lakini kwa sababu ya siasa hapo imechelewa. Lakini it is never too late to do the right thing. So we will do it.
So tutashirikiana, tumeshakubaliana. Meanwhile, Bwana Governor, nitatumana hiyo barabara ianze sasa kushughulikiwa. Hata kama tunangojea budget, panga vile kidogo. Ianze kushughulikiwa wakati tunapanga budget. Barabara ya kutoka St. Mary's hapa kwenda Burumba, sio inaitwa Burumba na nini? Ilitengenezwa 1 kilomita ikakwama. Hiyo barabara nitaitengeneza mpaka ifike mahali pale tulikuwa tumeipangia. Barabara ya kutoka Busia hapa kwenda mpaka Alube iko 40%, nitahakikisha kwamba tunaikamilisha. Tunataka Busia County, wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, tunapanga pia mambo ya maendeleo ya Busia. Nimewasikiza kwa makini mambo ya maji. Mmesikia vile tumetangaza mambo ya dams. Dam ya Ngololo hapa, dam ya Mount Elgon ambayo itakuja maji mpaka sehemu hii, dam ya Kocholia, hiyo dam zote tunapanga dams 100 kubwa, tunapanga dams zingine 1000 zile ndogo, na tunapanga ponds, water ponds, almost 3,800 katika wizara yetu ya maji, and we are going to align with what the county has so that as we do what we are doing nationally, we are also finding the bearing in every county so that we can support every county. Tunaelewana jameni? Vile vile mambo ya stima, nimesikia vile mmesema katika mpango yetu tunataka kuongeza watu 15,000 in the next 3 months katika Busia County. Nimesikia sehemu Butula kona fulani iko na matatizo, nitaona vile tutashirikiana katika harakati hiyo. Mwisho kabisa, mimi nataka niwashukuru kwamba tumeshirikiana, na nataka ni shukuru watu wa Busia na county government ya Busia na wabunge wa Busia na hata senator wetu Bwana Okia Omutata wa Busia, kwa sababu ya kukubali ya kwamba sote tufanye kazi kwa pamoja, tusaidiane. Si namna hiyo? Mambo ya uchaguzi jameni, tulimaliza. Ile kazi imebaki sasa sio kushughulikia tena viongozi, sasa tushughulikie wananchi. Hawa mahasla watu wa Busia, sasa ni nafasi yao tuwapangie mambo yao. Na katika hii budget, wacha niseme vizuri na munisikize kwa makini. Katika hii budget, mimi si wazimu. I know what I'm saying. Na mimi si lewangi. Sio kama tunaelewana. So, katika hii budget nimeipanga vizuri. Kwanza, kazi yangu ya kwanza, niliwaahidi wa Kenya wa kawaida, niliwaahidi mahasla wa Kenya ya kwamba safari hii mpango itakuwa ni kuwainua wale walio chini, tufanye bottom up. Si tulikubaliana jameni? Na mahali tunaanzia ni pale kwa ajira. Hakuna vile unaweza kumuinua mtu wa chini kama hujampangia vile atakuwa na pesa kwa mfuko. Lazima tuwapangie ajira. Na nimepanga mambo 3 ya kupanga ajira ya hawa mahasla. Jambo la kwanza, kila ward tumekubaliana na wabunge. Katika budget hii nimeweka pesa ya kupeleka ICT hub katika kila ward. Ndio vijana katika kila ward tuanze kuwapanga na digital jobs. Ili kijana hapa Busia anaweza kufanya kazi Marekani bila ya kutoka hapa Busia kupitia mtandao. Number 1. Number 2, tumepanga mambo ya agro processing, value addition, manufacturing. Ndio munaona county aggregation and industrial park ya Busia tayari tumetangaza. Kwa sababu pale tunataka kutumia kilimo kuzalisha nafasi ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya, kwa kufanya value addition, kwa kufanya agro processing, kwa kuongeza manufacturing. Ndio tupange ajira ya hawa vijana mahasla ambao hawana ajira. Na jambo la 3 ni hiyo mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing tayari county government 42 counties
tumeshakubaliana na county governments mahali ardhi iko, ikiwemo county government ya Busia. Tayari Otuoma has identified mahali tutakuja kujenga hizo nyumba. Hapa tunataka kujenga nyumba 5,000. Hizo nyumba 5,000 tunahitaji vijana 25,000. Vijana wa Busia mko? Mbona sikii sauti yenu? Vijana wa Busia mko? Muko tayari ama hamuko tayari? Mimi nasema hivi, nahitaji vijana 25,000 tupange mambo ya housing. Wale engineers, architects, quantity surveyors, electricians, masons, carpenters, wale wote pamoja na laborers, wale ambao watatusaidia kujenga hiyo manyumba, kwa sababu ni lazima tuwe na mpango ambayo itapatia vijana wetu ajira. Hatuwezi kufanya guesswork. Hatuwezi kuimba mambo ambayo haina mpango. We must have a plan, it must be deliberate and it must be practical. Sijui kama tunaelewana. Muko tayari tupangane huko? Sasa unajua kuna watu wanajaribu kuleta porojo ati kusema sijui housing fund inakatiwa 3%, sijui. Mimi nataka niulize nyinyi, watu wangapi wako na kazi hapa? Weka mkono kama uko na kazi. Kama uko na pay slip. Uko na pay slip. Wale watu wanapata pay slip weka mkono juu. Haya. Wale watu hawana pay slip weka mkono juu. Sasa wewe mtu ambaye huna pay slip, nimesema hawa wenye wako na pay slip watoe kitu kidogo tupange hata wewe ukuwe na pay slip. Alafu unakubali anakuja hapa anakudanganya kwa sababu yeye hataki kutoa kwa pay slip, anataka wewe uendelee kuhangaika barabarani. Bana, wacheni hiyo nani. Bana. Jameni, mimi nataka niwaulize nyinyi viongozi tulio hapa. Sisi tukue na utu. Wale wengi ambao hawana ajira ni jukumu letu. Nani jamaa moja, mwalimu mmoja alikuja aliniuliza Bwana President, sasa wewe unatusumbua ati sisi, mimi mwalimu nitoe 900 shillings ati ndio tupange housing, ati mtu ambaye hana kazi apate kazi. Hiyo inanihusu na nini? How is it my business? Unasikia? Sasa nikamwangalia huyo mwalimu, nikamjibu. Nikamwambia, mwalimu, wewe unajua ule mtu mwenye hana kazi, huyo ndiye analipa ushuru. Akienda dukani ananunua, tunakata ushuru. Akienda mahali anafanya, tunakata ushuru. Unajua huyo mwenye hana kazi ndiye analipa mshahara yako na mshahara ya rais. Sijui kama tunaelewana. Sasa niwaulize watu wa Busia, kama nyinyi mnatusaidia kulipa mshahara ya mwalimu, ya daktari, ya MCA, ya mjumbe, ya rais, tukitoa 3% ya pesa yetu ndio hata nyinyi mkue na kazi, iko makosa? Wacheni mchezo hiyo bwana, hapana. No. Sijui kama tunaelewana. Yes. Tuko na vijana 500,000 Kenya hawana ajira, na sio wajinga, wamesoma. Wengi wanatoka form 4, wengine wamekuwa college, wengine mpaka university, lakini ni jukumu letu kama taifa kupanga ajira ya vijana wetu wa taifa la Kenya. And that is why mimi nauliza kwa unyenyekevu ya kwamba tusidanganyane. Hata nilisikia viongozi ndugu zetu wa upinzani jana wanasema ati wao ni jobless. Sasa my friends, mbona mnadanganyana? Wakenya wanalipa between 500,000 and 1 million kwa hawa wa jamaa pension, pesa ya Wakenya. Sasa mko jobless namna gani? Mtu anapata 1 million jobless? Mimi nataka niwaulize, sikizeni. Wacha niseme hii nikiwa Busia. Niseme nisiseme?
Niseme niseme? Wacha niseme nikiwa Busia. Busia ni town peke yake. Nimetembea towns nyingi Kenya. Busia ni town peke yake nimekuta kuna kikundi inaitwa jobless. Ni kweli ama si kweli? Si tuko na kikundi ya jobless ambayo iko hapo kwa kona? Nimeenda mpaka huko. Na wanajiita jobless kwa sababu hawana kazi. Vijana milioni 5 hawana kazi. How is it not our business, good people, for us to plan so that the millions of young people get jobs? Wawe na payslip kama vile sisi tulio nayo. So that is the program that I am pushing. Na ili kuhakikisha ya kwamba hiyo kazi inatimia, katika ile budget tumesema mambo ya kuagiza samaki kutoka China haitaendelea. Wacha tutoe samaki kutoka hapa, vijana wetu wafanye hiyo kazi. Tumeweka ushuru kwa samaki natoka nje. Tunaelewana? Tupitishe ama tusipitishe? Tumeweka katika ile budget ya kwamba hatutaki tena furniture. Ati kiti kama hii nimekalia, ati tunaenda kutafuta mpaka China. Na tuko na Wafula hapa, tuko na Omondi hapa, anaweza kuchonga hii kitu, tukamnunulia, akawa na pesa, akajisimamia. Mnataka tuendelee kuagiza kutoka nje ama Omondi atengeneze? Tupitishe hii budget ama tusipitishe? Namba ya 3, tumeweka pale tukasema simiti ambayo inaletwa kutoka nje isiletwe tena. Tuko na viwanda ya kutosha hapa. Tuweke vijana wetu katika hii viwanda, watutolee simiti, tujenge nayo Kenya. Ile ya kutoka nje tuweke ushuru. Tuendelee ama tusiendelee? Tumeweka jambo la 4, tumesema mambo ya chuma ambayo inatoka nje ya Kenya iwekwe ushuru, ndio tupate nafasi ya viwanda ya Kenya inayoajiri vijana wa Kenya wapate nafasi ya kuzipanua, nafasi nyingi ya ajira ipatikane, wale vijana milioni 5 wapate mahali ya kujishikilia. Tupitishe tusipitishe? Sasa hii story tunaambiwa ni gani? Sijui kama tunaelewana watu wa Busia. We must be honest with ourselves as a nation. Na ndio mimi ninasema kama rais wa Kenya, mimi nilisema safari hii nyinyi wadosi mvumilie kidogo, wacha tushughulikie hawa mahasla jameni, hata na wao wakuwe na kitu kwa mfuko, ndio sisi wote tuishi katika Kenya moja. Ama mnasemaje watu wa Busia? Tunakubaliana? Mnasema tuendelee namna hiyo? Mimi nataka munisaidie mahali moja. Munizungumzie huyu seneta wetu tafadhali, Bwana Omutata. Wewe sasa unataka kunipeleka kotini. Na ile kazi mimi nafanya ni kupangia watu hawa ajira. Kwani sasa utaki hawa watu wapateko kazi? Please. Hokia, tafadhali. Ama namna gani jameni watu wa Busia? Nisaidieni jameni, mumuongeleshe huyu jamaa apunguze mambo ya kotini. Yeye amesema ni rafiki yangu, na ni kweli ni rafiki yangu. Ama namna gani? Tunaelewana? Na unajua uzuri ya huyo Kia, hata agenipeleka kotini si mbaya, kwa sababu yeye hajapanga kuharibu biashara ya mtu, si ndio? At least hajapanga maandamano. Unajua kuna wengine wananitisha ati usipofanya hii tutapeleka maandamano. Sasa hawa wengine ndio wabaya zaidi. Eri huyu Okia. Eri huyu at least akinipeleka kotini, hakuna kibanda ya mama itachomeka, mboga ya mtu haiwezi kuharibika, biashara ya mtu haiwezi kuharibika, tutangangana na yeye huko kotini. Ama namna gani? So lakini ile kitu mimi nataka niulize, as a nation we must think as a nation. Sijui kama tunaelewana. Na sasa wewe Okia, wale watu wa handshake wenye walikuwa wanapanga mambo ya vyeo, mambo ya nini ya wadosi, haukuwapeleka kotini. Mbona wewe unataka kunipeleka kotini mimi nikipanga kazi ya mao mahasla? Si unaona unanionea tu bure?
Wale ndio ungewapeleka kotini kwa sababu walikuwa wanatusumbua. Ama namna gani? Si huyo kia ndiye angepeleka wale watu ya kutupelea BBI sijui nini akatusumbua, si angepeleka kotini? Awali nisamee kidogo, nipange mambo ya mahasla please. Hawa watu wakishakuwa na ajira watajipanga, watakuja kujitetea kotini, haya lawyers wakuja wajitetee kotini. So otherwise watu wa Busia, mimi nimefurahi sana kufika hapa, na vile nilikuwa nakujanga Busia nitakuja tena na tena, na nimekubaliana na viongozi wenu ya kwamba kuna hospitali hapa tumejenga. Gavana alikuwa anataka nifungue leo, nimemwambia atulize kidogo, nataka nikikuja kufungua hiyo hospitali nikuje na maneno mengine mingi, si namna hiyo? So nitarudi hapa Busia maybe mwezi ujao, sitachelewa, nitarudi kwa sababu tuko na project ya hapa chini ile ya Lower Nzoia. Nataka nikamilishe hiyo mradi ndio mpate 20,000 acres muzalishe mchele. Nataka vile vile nikuje nishughulike na mambo ya dam zenu. Nataka nirudi hapa tuongee mambo ya barabara. Nataka nirudi hapa mambo ile ya Tibet. Huyu Mheshimiwa Joseph amesema kuhusu mambo ya Tibet pale. Nitakuja, nilianzisha na yeye. Nitakuja ndio tupange mambo ya maendeleo ya wananchi. Watu wa Busia, mimi nataka kusikia kwenu. Mnataka tupitishe hii budget ndio tupange ajira ya hawa vijana ama mnataka tuiangushe? Mnaambia wabungeni wapitishe? Hebu nione wala wanasema wapitishe na wapitishe haraka. Sasa sikizeni nyinyi wabunge. Hii ndio sauti ya raia. Na wakiangusha hii budget, mkuje muwaulize kazi zenu. Ama namna gani? Si ndio namna hiyo? So mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika Busia na tutaongeleshana tu kama Wakenya. Mimi nawauliza wale ndugu zetu. Wale tunawaheshimu. They are our friends, they are our elder brothers, they are our fellow leaders. Nataka niwaulize tafadhali, hata kama tuko na maoni tofauti. Maoni tofauti ni njia ya demokrasia. Tusipeleke maoni tofauti tukaharibu amani katika nchi yetu, tukawagawanya Wakenya, tukalete fujo, tukaharibu biashara ya watu. Hiyo haitakuwa ni demokrasia. Hata kama tuko na maoni tofauti, I have absolutely no problem being criticized, people giving alternative opinions. That is the beauty of democracy. I want to listen to what others are saying. I want to listen to the opinion of others. We must find, vile ndugu zetu hapa wamesema, tutafute namna ya kuchangia mawazo so that a good idea gives way to a better idea. And a better idea gives way to the best idea. And that is how we are going to move our country forward. So Busia, tena niseme asanteni sana kwa kunikaribisha, asanteni sana kwa kunipokea, na wapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. God bless you. Asante sana, asanteni sana. Tuine mikono yetu juu, tuine mikono juu, tuine mikono yetu juu. Mikono hii yote tumwagie baba wetu, tumbariki wao. Umemwagia? Babu si hamjafanya. Tuinueni tena. Wachungaji na mashehe.